only to be abused. Bwana Yesu asifiwe sana. So if you fail to understand to choose your battles, you will not be able to win. You will always find yourself in a battle, from one battle to another battle. From one battle, because these are battles created by the situations we are in. Bwana Yesu asifiwe sana. These are the battles that are created by situations that we are in. That we force things to happen. We push for these things. We make these things because we are either eager or we are either ignorant. We don't understand. We don't do what God has called us. Others are pastors. Others are men and women of God. We are in a church like this one. But if you look at the person, what this person is pushing, kile kitu anasukuma, unaona kichwa yake si mzuri sana. Kwa sababu ya nini? Hajachagua. Amekuja, amepata watu wengi, wamekuja hapa, wamefika hapa, lakini because you don't want to concentrate to understand ni kwa nini huyu mtu hapa. Kwa sababu kuna mtu mwingine anafikiria ni pepo, lakini si pepo, ni kaujiga tu ako nayo. Ndio unaonaga natakaka tukae na wewe kwa ofisi kidogo, ndio nikusikilize na nyamaza na kaaga tu hivi. Ndio nikusikilize nijue kama ni pepo ama ni ujiga. Kwa sababu kuna watu wengine nakuja hapa baka mtu anataka treda uhoere ujere uharie kiugo kimwe no hathikiriria ni urimu ni kwaga guthikiriria ni mutumia atikira marahitanirie niki ni muthuri ni raugire irio cina cumbi na ya testire itire cumbi no muthuri to ni arenda go pick ka fight, anataka kutafuta tu ka fight, anasema iko na nini na yeye unasema haina cumbi, na yeye mzee anasema iko na cumbi. Anasema haina shubi. Mzee anasema iko na shubi. Na unasema itire kawaida hiyo ndugu atia. Mzee anachukua sahani anakuvunika naye kwa uso. Sasa nani mjiga hapa? Kusema ndio bwana yako chakula iko na chumvi. Pole, wacha nikutengeneze ingine. Unamu-empty. Ile kitu alikuwa amepanga kuleta, unamu-empty tu. There are some other things you just una-empty tu. Unakuta huyo mtu venye amefura, amekaa kama ile kitu inaitwa geko. Amefura kitu kingine. Unaona tare baruni. Na unahitaji tu kashidano kadogo uduke, pumzi itoke. Huyo mtu arudi chini. Sasa umepiki vitu, umewekelewa sahani ya nini? Na wewe unachukua maji kwa jiko. Uyeno, ndio hakuna liki. Unachoma mzee. Na mzee kwa sababu umemchoma anagusia kisu, anakuduga. Sasa angalia chubi. Umemaliza familia. Kutoka hapo either mochari ama unakaa hospitali ama wapi ndani ya mchaga unakaa huko. Kwa sababu nini? Kachubi. Ndio unaona Wakristo sisi wengi hapa mnafikiria ni mapepo mko nao. Ndekoro godaro kwa tata witu ria ndoraga ogori aikaraga na niakaria kuna venya na angalia kama mtu hivi mkiachana na yeye lazima ukutane na nuksi. Sasa tata yenu na wewe si umwangalie hivi na yeye apate nuksi muende draw. Bwana Yesu asifiwe sana. But because you don't want to reason, you don't want to choose how to do it wisely, that is a major problem. Most of us here today, hapa hakuna watu wa mapepo leo. Nasema hivyo kwa sababu sitaki kuona mtu pale. Ni watu wa nini? Ni kaujika kadogo kana kusumbua. Na hiyo kaujika tutatoa. Leo lazima tukatoe. Tuangalie kitabu cha Samueli wa kwanza. 1 Samuel chapter number 17 from verse 8 to 10. Tuangalie jinsi David na Goliath hawa watu waliangaliana. How did David win this battle? Did he use energy? Did he use education? Did he use the muscles? Was he able? Was he? Yani huyu mtu ukimwangalia ka David ni nguvu gani kalitumia kushinda hii vita? Maana kalishinda. But what was he able to do that others were not able to do? Because hata wakati mabrother zake waliambiwa this man atika Daudi kanaenda kupigana na this man, they pulled him na akamwambia wewe kilimo geke tunaona ni keke uone huyo ni nani? Kajamaa bado kanaenda tu kanasema I'm going to do the battle. But because these people how they were seeing Goliath, this is not the same how this man David was seeing Goliath. 1 Samuel chapter 17 verse 8 please. Then we shall be looking at how to handle these battles. If you are able to handle it right the way I'm going to teach today,
if you are able to handle, then you will discover many challenges they do not require a pastor. Many problems you are facing never required an apostle. Many challenges you are facing never required even you to even imagine they are there, because they were not existing. It was a small atmosphere that was created because many of us are failing in our duties, are failing in our families, are failing in our businesses, because uliona jagadi ilipita, ukienda kwa kazini yako, jagadi ikakuja ikaruka kwa vidole zako ikaenda, na kutoka hapo nasema kutoka siku hiyo niko daigwire yako urugoko bogetura na kinyamwede mpaka sasa, kwa sababu ulisikia kigetura. Unaona mtu anatembea hivi ndio uone kweli inaumaga, na alafu namwambia hebu kuja, unamguza hivi, hebu fanya hivi, unaona amefanya hivyo kwa sababu tu ameguswa na nini, na aposto, na anafanya hichi, na unaona namwambia tembea, unaona anatembea, nimepona, haleluya, Yesu, na hakuna kitu nimefanya, nikaujiga nimetoka kwa kichwa yako tu. Bwana Yesu asifiwe sana. That is what we need to do. That is how we need to handle. Naye akasimama akawapigia kelele majeshi wa Israeli, akawaambia, mbona mumetoka kupanga vita? Je, mimi si Mfilisti na nyinyi si watumishi wa Sauli? Jichagulieni mtu akanishukie mimi. Jichagulieni. Just choose. Is he telling you choose your pride? Sababu si mimi ni Mfilisti na nyinyi ni askari wa nani? Wa Sauli. Kwani are we not one? They are not understanding that the battle is one. It's only how it's being done is different. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu amefaa hii, ukiangalia hii nguo, pole nikuguze. Ukiangalia hii nguo ina match na nini? Na hii hapa chini, si ndio? Na ina match na nini? Is this not a suit? Na huyu mzee amevaa nini? Na hii? Sasa mtasema kulikuwa na mama mmoja alikuwa amevaa dress na mzee mmoja alikuwa amevaa nini? Suit. But these are suits because they are matching. Bwana Yesu asifiwe. But because you are not able to understand, to know that how to differentiate or how to make things work, that is why we have problems. Anamuuliza kama akiweza kupigana na mimi nani na kuniua, sisi tutakuwa watumwa wenu. Ati mkiweza kutupiga, sione mtu anakuhusia uoga. Hiyo ni uoga. Sasa ameanza kuhusia, ni njia ya kukwambia mzee, wacha kucheza na sisi tutakuwa watumwa wenu, nami nikimshida na kumuua, nanyi mtakuwa nini? Watumwa wetu na kututumikia. Wewe imagine ni Goliath lako iroko, ukitumikia Goliath sasa, si una withdraw battle, unaachana na hiyo battle, lakini the battle was not even there. This man is already scared because the confrontation ya kwanza ile ya kwenda hivi, Goliath alistuka. Ndio kwa maana akasema, kani sisi amoniagi mimi ni Mfilisti ama nyinyi ni watu wa Sauli? Why are you doing this to me? Why? Because already tension kameingia ndani yake. Already ameanza kuokopa. Ile statement alianza kufanya, it is a defense statement. Maana ameona ameshindwa. Yule Mfilisti akasema, naye atukana leo majeshi ya Israeli, nipeni mtu tupigane. Unaona sasa? Aliuza uoga. Lakini sasa kama watu wengine walianza kubabaika, ati anaenda kurua nao, anaenda kupigana nani? Na nani? Yani kamutoi kai nu. Usho muramenya nu. Kai ni muramenya nu. Lakini ni uoga tu aliuza. Alisema nikiwa shida mtakuwa watumishi wangu, mkinishida nitawatumikia. Lakini kile kimutu kinasema hivyo ni kimutu kinaogopwa. Utakosida gani? Utaona automatically this man is going to fight us. But ni psychology yako amesoma, amejua to fight you, to destroy you, first lazima kuintimidate. And many of us are facing those challenges. Intimidated. We are intimidated by situation. You have been told, go write a CV, kuja utafute kazi. Sasa umeandika ka CV ni kazuri, lakini kuingia tu because you don't know how to handle yourself in an interview. I'm sorry. Detention. I'm sorry. Who will employ such a person? You have already failed.
Bwana Yesu asifiwe sana. Because somebody told you. Because kile kimseo ulikuta kinafanyisa interview, kiko na madevu imefika pale na jicho ingine na nia bagi na changari kula usiku. Sasa wanafikiria hivyo ni ma interviewers wanakuaga. Kumbe ni kimutu kimelala kwa baa, kina tension, macho ni red kwa sababu hajarara. Na kwa sababu lazima angekuja afanyisha interview. Anakuangalia, how are you? Na ni mgurumo hapa, iko imechomwa na chang'aa. Sasa inatoa base ingine, unaanza kutetemeka. Pako unaanza kusaka hivi. I'm sorry. What's wrong? I'm tensed. You have failed the test completely. And even the man who was had failed before you, but you didn't know. Alifanikiwa kutumia gimmicks za kukusuppress. Sasa ukastuka. Hivi ndivyo basi Sauli na Israeli wote waliposikia maneno hayo ya Mfilisti huyu, wakafadhaika na kuogopa sana. Una imagine Sauli ni Ruto, ako na KDF, ako na nini na GSU, ako na AP, ako na intelligence, ako na records code, zote ziko. Ni Sauli. Sauli alikuwa mfalme. Ni mfalme mgani hana jeshi? Lakini ni kimutu kimoja. Kinasema, mkinishida nitawatumikia. Hiyo ni confidence. How to choose to know how to do your battle. Have confidence. Bwana Yesu asifiwe sana. Bring the confidence first before you do anything. Jijaze wewe hodi ataketole. Jaza kabisa, jaza. Unajua kule unaenda. Kama Esther akasema I'm going to get here. Hapo ndani nitaingia. If I die, I will die. Alikuwa anajua, lakini alikuwa anajua ako na Mungu mkubwa. But because she must make a statement that is scarce. Because in your mouth, the Bible says, in your mouth, in your tongue there is power. Bwana Yesu asifiwe sana. In what? In your tongue there is what? There is power. Whatever you say will come to be. If you say I'm going to be successful, you will. If you say I'm going to fail, you will. If you say this I cannot be able to do it, you will. That is why I'm seeing failures here because of your tongue. Si eti kwa sababu ile kitu inakusumbua ni kitu kubwa. Nika kitu kadogo tu. Nika kitu ni jagadi tu ilipita. Ama kegonya bara. Na uligeto kasimama kwa Rudhiko. Na kegonya bara kika connect na wewe kikapada hapa. Sasa kikipada hivi mtu akuja akifanya namna gani? Hivi unasema namna gani? Nilirogwa. Esho. Nani ulatosha mani na shosho nemenyire. No gutukana na mutino. Kegonya bara kiuma. Mami. Kiuma. Bwana Yesu asifiwe sana. Akamwambia basi Daudi alikuwa mwana wa yule Mwefrati wa Bethlehem ya Yuda aliyeitwa jina lake Yese. Angalia, unaona confidence. Ameanzia na the success story. Hakuanzia na the failure story. Alikuwa ni mwana wa nani? Yese. Mwefrati, Bethlehem wa Yuda. Judah, it is the family, the clan ambayo ilikuwa declared by Jacob. Nyinyi mtakuwa washindi. Alianza na the story, successful story. Alianza kutaja kile kilitajwa ya kwamba hapa kutakuwa kukitoka mfalme. Na mfalme yote kawe mkubwa awe mtoto, ushindi na kwa kabadi yake. Whether you like it or not, ushindi ni yake. Maana there is a supporting word. There is a supporting word from a person who has an anointing, a superior than you. When I say God bless you, it is enough to open gates for you. When I say God bless you, it's enough to go wherever and win every battle. I will tell you good morning, yes, good morning sir, and you say good morning and you win today. Yes, that's enough. You don't need any prayer. I will say good morning sir, and win today. That is enough. Just I release to you, win today. I have conquered every obstacle that can cause you not to win, because I have released a live word upon you. That is why we the parents, mtoto akitoka nyumbani akienda shule, mwekelee tu mkono kwa kichwa. Yani mtoto si wa mkono. Mtoto si wa mkono, hapana. Si ati mudie wega, murathimwo, ciana ciakwa ni mwaigua. Hapana, wekelea mtoto. Father, I bless my son. Ukifika shule ubarikiwe. Usikutane na mchawi, usikutane na warogi, usikutane na wale wanaibaga nyota. Umesikia mwanangu? Mwachilie, ushamaliza kazi.
Maana you are carrying a blessing. You are a mother, you are a father, you are carrying what? A blessing. That is, you only release a power, a word that converts you to become a victor. Hello, you have it in your mouth. You are not going to borrow it in the bank. You have it. Now mnalia hapa, mko hapa, watu wengi hapa naona hawako kazi. Hamuko kazi because you wanted to be poor. You are poor because it is your personal choice. Hallelujah. Kama nyumba imefungwa, you chose your nyumba ifungwe. Hello. Kama unaombea kama pepo inaenda, kama unakuja unaombea dada yako anakwambia madiri kana mahoya ine jali oneda mweno yo ukamwambia ni wale toya Yesu ndauga ohone na anakupigia simu baada after 30 minutes tamakane ya hore, alafu jioni ukute radio yamefuka nyumba. Wewe na shetani mko tofauti kweli? Kama uliombea tumbo ikachipua na alikupigia simu na yako Saudi Arabia na ukatuma neno Saudi Arabia na ikafika, na uko na radio ama kiateka hapa na makufuri ameyekelea hapa, na ni mlevi wa bagi na ni msherati, maana anatafutaga tu mama tule hatujalipa nyumba diaede aseme hata hii mwezi atawaiva. Ni mtu mwenye hata Mungu is not backing him, alafu anakuja naweka kufuri na anaweka na unapigia kila mtu wa familia na marafiki, nasema oi kai mugire ndikarage maisha maya Ngai mutikandeithia na niguo ndeithĩtie andũ aitũ mutingiani ndararaja lakini ulituma neno Saudi Arabia. Bwana Yesu asifiwe. So you find you are able to say this but failure to say this, failure to understand the connection of God, because all what we need to do it is to have that connection. The power that is in your mouth, you remove it from your mouth, you transform it, unaitani inakuwa spirit. Ikitoka spirit inakuja kufanya nini? Unaituma, alafu ikifika mahali naenda inafanyika word, inafanya kazi. It's like Safaricom. You are using a gadget of Samsung na kupigia, inatoka kwa Samsung maneno inakuwa hewa, inatembelea hapa kwa hewa mpaka inaenda Moro, inakuta mama yangu akiwa Moro na tunaongea na yeye. Ikifika kwa mama yangu inakuwa sauti, lakini ikiwa hapa kwa hewa ilikuwa nini? A spirit. That is how you win battles. Change your word. Every word you speak, turn them to be a spirit. And you cannot turn every word to be a spirit if yourself you are not a spirit. Bwana Yesu asifiwe sana. You must realize yourself, the capacity, the power you have, the magnitude that you have. It is not the body, hiyo mwili yako kubwa ama hako ka mwili yako ka 1 GB. Hapana, what is inside you matters. It is not the body that matters. What is inside you, it is what you need to carry towards the battlefield, not you, the body that you need to carry to battlefield. Maana utatukwa shidano. Wanaume hapa, wanaume wakapinua mkono juu. Inua tu mkono wanaume wote, wanaume. Inua mkono wanaume juu, mkono. Nasema nyinyi muinue mkono juu. Unakaa hapa, kwani wewe ni mwanamke ama wewe ni transgender? Bwana Yesu asifiwe sana. Haya, yeka mikono mchini. Ni mwanaume mwenye haogopi sindano, inua mkono juu. Sindano ya nasi. Mwenye haogopi kabisa, mwanaume haogopi. Nasema mimi siogopi sindano, mimi mwenyewe ndiye napelekaga hivi. Hao wengine wote wanaonaka pia mimi nikiona sindano na karibu kusikia kwa juu. Sindano. Nani ka sindano kamefutanza hivi? Ka kitu kametoshana hivi. Kana nifanyaka ni babaike. Kuna siku nimeambiwa nitadungwa sindano. Nilitoka nje kwanza kufikiria itaigiaje kwa mwili? Igodiate au washoka godiate. Nasikiaje? Godiate. Fakade kapia Jehova. Nikupuke mwana. This is a hard decision to make. Na nikasindano tu. Na kaliwekwa hapa kwa juu. Hata sikusikia ikikia. Mpaka nikamuuliza haujaduka? Na akaniambia sishamaliza, nimeweka dawa. Na hiyo story ikafanya nini? Kaisha. But remember, nilikuwa nimetoka nje kwenda kuita Mungu ateremuke. Na kama huyu mzee angekuja tungangane hapa hivi. Wewe mzee, kwani wewe ni nani? Kwani unafikiria wewe ni nani? Kukoka. Na sindano ilinibabaisha, lakini mwili nikiingia mwili kwa mwili inazungumzaka story nyingine, lakini the spirit talks a different thing.
So if you put the spirit in whatever you are doing, you remove the body, you remove your knowledge, you remove whatever that they call you, the name they give you, and you go inside to the words that makes you what you are, then you will win battles easily. You don't even need to sleep. You don't even need to argue. You don't even need to pray, because you prayed in the morning. Uliomba. Na hiyo ndio naambiaga, saa 9 haikuwagi maombi ya kupigana na maadui. Saa 9 ukiamka ni maombi ya kuambia Mungu, command my day. Simple is that. Hata usiombe mambo mengi, ambia God, command my day. Na wakati Yesu alikuja akaambiwa Lazaro amekufa, si wale watu wote walikuwa katika hali ya maombolezi. Huyu mother alikuja akamwambia Yesu, kama ukikuwa hapa like 4 days, huyu mtu hatakufa. For them they believe the man is dead. But Jesus kept asking them, mumemweka wapi? Because it is you, wewe mtu ndio mnaweka mtu, ndio you made a decision the man is dead. But Jesus the spirit alikuwa anajua the man is not dead, because he told the disciples, this man is sleeping for the glory of who? Of God. So he knew, the spirit ilimzungumzia akiwa huko kwa kishaki kwao akikuja. When he was coming, he knew, I'm coming to just accomplish, to connect the spirit ya huyu na huyu iamuke. For them they came, they were asking, wakamwambia, if you are here 3 days ago, 4 days ago, huyu mtu hakekufa, huyu mtu hatoke musika. But the question aliwauliza, mumemweka wapi? Kwa hivyo whatever that is before you, ni watu wamekuweka. Ndio hiyo uoga uko nayo, hiyo ugonjwa uko nayo, hiyo matatizo uko nayo, ni watu walisema na wewe you bought the idea. Angalia Goliath venye anawaambia, kama mwenye ataweza na mimi kujeni mleteni, lakini ukinishida nitakutumikia. Na ujue nikikushida. Na una imagine kimudu kiliko kugira kwa alimu. Yani una imagine, who is this talking to me? Ukinishida utanitumikia. Hiyo anafanya Mungu hivi. Na anakuangalia na macho, an intimidating eye. And that is how we have lost games. We have been intimidated. We have been frustrated. We have been pulled down, not because there is a force there, but because they know how to use their word against you. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi Daudi alikuwa mwana wa yule Mwefrati wa Bethlehem ya Yuda, aliyeitwa jina la Yese. Naye huyo alikuwa mwana wa 8. Na yeye mwenyewe alikuwa mzee siku za Sauli na mkongwe miongoni mwa watu. Nataka ushike statement ine hapo zimetaja. Kwanza alikuwa Mwefrati, akakuwa aka-identify the origin, the source of your power. Alikuwa Mwefrati wa Bethlehem. Bethlehem nani alizaliwa huko? Yeah? Jesus was born where? In Bethlehem. So the place kule umetoka, it has a cloud of what is going, how you are going to win battles. Kule umetoka, there is a power behind ambayo inasababishaga ushinde. Ndio unaonaga ukiotoka hata ukienda, unaenda unaaguka. Kuna watu wanatokaga, unajua that family must fail. Where? Because kule wametoka. Si ati hawajasoma, unasikia watu family mzima iko na degree, lakini kule wametoka kuna kuwaga na mkosi ya fail. So hata wakitoka wanaendaga hawana confidence, hawana backup. Hawana nini? Backup ya authority ya Mungu. Maana huko Bethlehem ndio Yesu alizaliwa, kumaanisha that was where the land that God has chosen, where my son. Na ukikumbuka wakati wa Isaia aliprophesy, there shall be born a son who will be the mighty one, whose wings zitakuwa zikifanya nini? Zikikava watu. So there was a word, a prophetic word propelling the place. So if you are not propelled by that prophetic word, by that authority that controls and catapults you into positions of control, then your place of origin will cause you to suffer. Bethlehem ya Yuda. Yuda is another name that it has a power behind whatever you are doing. Yuda. Maana Yuda ndiye alitabiriwa nini? Na Jacobo akaambiwa, in you kings will be produced. So he is coming from a line of kings, meaning a king is never defeated.
a prophetically laid up king is never defeated. So there is a backup. What is your backup? Look at yourself. Look at your background. What is your backup? What kind of a backup? Kwenu ni kwa wagaga, shosho alikuwa muganga, guka alikuwa mchawi, na sasa uko hapa kanisa. You expect really to win a battle? Na bado kwenu kuna angoa na chijaga busi, kuna angoa na chijaga makuku, kuna angoa naendaga kwa waganga. And then you come here, you say, in the mighty name of Jesus, I conquer destroy. Ramakatetetereboso. Baka unaona akifanya nini? Si roho inamupeleka hivyo, ni mapepo yako inamuinua juu. Maana kule kwao bado ng'ombe zinachinjwa, bado mabuzi zinachinjwa ini ku revisit. Wengine wameenda kwa hawa watu wa Gomi. Mumeenda kwa Gomi, mumemwaga pombe, mumeita shosho, mumeita guka, mumeita nani, mumezungumza na wao, mumewaambia sasa tuambie maneno ya kesho venye itakuwa. So imagine umeenda kwa mtu amekufa, umeita mtu amekufa akwambie maneno ya kesho venye itakuwa. Yet God has given you inside here kuna si uji, ni medula oblongata. Uko na macho ya kuona. Uko na roho ambayo ni accommodate Mungu hapo ndani yako. Then you go, unamwaga kidogo hapa, unamwaga ingine hapo mara 3. Hiki na hapo. Tedara hula kwa misia kwetu. Sitwele nikegera kule. Yani unaita maiti. Sitwende basi moshali tuite maiti watu wapie Kenya kutaendaje. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is what happened when Saul went to that witch doctor, akaambia huyo mama muganga, niitie spirit ya nani? Ya Samueli. Ndio aniambie maneno venye iko. Mama alikubali tu kwa sababu aliona huyu ni mfalme na nisipofanya hivi ataniua. Akaenda akaita Samueli. They have the capacity to summon. Samueli akakuja. Samueli alipokuja akaongea na Saul, akaambia Saul, unanitia nini? Akamwelezea, akamwambia, why did you disturb me? Na kwa sababu umenisumbua. Nisiku kapi alimpatia? Kesho masaa kama hii tutakuwa na wewe. Wale watu wanaitaka kugulia mudharafa, that is what happens to you. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wa msalaba, wale watu wanataka tuadikodilika na shosho, tuadikodilika na mafaito, kugulia mudharafa. That is because you go to invoke, unaenda kuitisha huyo baba mmoja alikufa. Kutoka hapo unasikia mkikakaa kidogo mnazika mwingine. Mkikakaa kidogo mnasikia kuna mataga. Mkikakaa kidogo yule wale walikuwa natoka kwa maji unasikia wamepatikana kwa Nidi Bridge. Na ndio walikuwa wa kwanza. Kumbe wewe ndio umefanya watu 17 wakufe. Sababu ya hiyo spirit yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Halo. Basi Daudi alikuwa mwana wa yule Mwefarati na Mwitharamu wa Yuda, aliyeitwa jina lake Yese. Yese ni nini? Yese inaashiria the Trinity. Yani the background, the force, the name inakupelekaga into the family tree. Bwana Yesu asifiwe sana. When you mention, you bring in the name, it gives you the family tree. Sasa hii ni familia gani? Ni familia ya ufalme. Kwa hivyo mtu huwa unacheza na nani? Unataka nao? Nikiona haki Petro my grandfather alikuwa General Waroige, alipigania uhuru. Sasa naona ninalika. Yes, because my origin, babu yangu ndiye alianzisha Maumau wakiwa na Madeke, wakiwa na Kimathi, wakiwa na Itotia, wakiwa na Mwaliama, wakiwa watu ndio walianzisha. Wakakaa watu 7, wakakaa chini wakatengeneza Muma, wakatengeneza kitu inaitwa Maumau, wakaswaga mzungu, maana walikuwa wamepelekwa wapi? Bama. Waende wakapigana first world war. Huko ndio walijulia msugu anakufaga. Hawako wanajua msugu anaweza kufa. Mauga muzungu notake akamba meba muzungu nota ngai mwana ni agosho. Mauga muzungu nota ngai ona Gikuyu they believed msugu because they had never seen a grave of a white man. They have never had seen that hakuwa na anything could connect them ati kujua msugu anakufaga. Walipoenda kule Italy na wakaenda kule Poland na huko wakaswaga, wakaambiwa malizeni watu. Mwingereza kwa sababu walikuwa wameenda kwa sababu ya Mwingereza. Wakaambia Mwingereza akabia swaga watu, wakapiga kama Jerumani kamoja, kakaikia kwa hewa, kakirudi chini kamepasuka msana. Amekuwa. Kapiga kingine kakaanguka, kapiga kingine kakaamuka. In their mind wakajua tumepandwa bego ya kwenda kufukuza wale wako nyumbani.
Walipokuja walikuja wakakula kiapo na wakaambia adhogo ane mara na matana inuka negothika tukopa kutoka, wakapiga moja kakakufa. Haya, watu wote wa Kikuyu wale walikuwa najua huyu mtu hakufagi, wakajua kumbe hawa watu wanakufaga, wakapiga kingine. Ndio wanasema walikuwa natumia nini? Paga. Wanarusha 7 miles, inaenda ni paga gani inaweza kwenda 7 miles, but a belief was put in them, as a reality was put in them. And that is what we are lacking in our life. That is what we are lacking in our businesses. That is what we are lacking in our families. That is what we are lacking in our sanctuaries. We don't have a reality check, a reality to tell you that this is how powerful you are. They had to be taken to Bama for them to know how powerful they are and how they can be able to win this battle. Wakikuja hapa waliswaga Musugu 7 years. Musugu alikuwa ameondoka na wako na bunduki mzuri, walinyakanya, walikuwa na nyemelea Musugu, na piga geta, wanafinya Musugu, anaanguka chini, anachukua hiyo bunduki. Hiyo bunduki italeta bunduki zingine kama 100, maana akikuta kingine kamerala na piga, anachukua hiyo bunduki kingine piga, kanachukua bunduki, because they raised the level of the confidence. Bwana Yesu asifiwe sana. Na huyo alikuwa mwana wa 8, na yeye mwenyewe alikuwa mzee siku za Sauli na mkongwe miongoni mwa watu. Kuna kitu hapo amesema alikuwa mwana wa 8. Kuna umuhimu mkubwa sana katika kutaja namba. Ametaja katika namba, the controlling numbers. Mwana wa 8, ambaye 8 tulisema tukajua ni nini? Renew. Ni kitu ambacho renewed. This man is carrying a mantle. That is why kwa mwana wa 8 is carrying a mantle, because ukiingia sasa katika namba ya 9 unaingia katika namba ya nini? Ya kuzaa. So you must be having a pregnancy that produces. So this man from beginning, he was strategically positioned into number 8 because of battles like this one. So you need, that's what I'm telling you, you need to choose your battles wisely. Kama wewe si mtu wa kupigana, wacha kupigana. Kama wewe si mtu wa kukuja kuwa mdhejeri guy, wacha kufanya udhejeri guy. Kama wewe si mtu wa kufanya, because these numbers catapulate you and makes you become what it is. Kuna watu wamekosi tu mpaka unashindwa, mikosi hii ilitoka wapi? Ni nini? Because you are positioning yourself in the wrong places. When you position yourself in the wrong places, then you fail in your life because of these numbers. I was watching yesterday, kuna video wakati nilikuwa Germany, kuna video niliwatumia kwa kanisa fulani ya Catholic. I didn't notice that until yesterday. Ndio nilikuja kunotice, nikaiangalia tena. Nikaona kanisa ni ya Catholic, lakini huko nje imewekwa zile sanamu za watu, warriors, imewekwa malaika wamekaa hivi, lakini hapo chini wamechora ile, unaona ile ya gazeti tunaangaliaga. Inakuwa page gani? Page 2 hapo. Ile Sagittarius, ile Cancer, Capricorn, hizo vitu hizo zote. Hii imechorwa crocodile, hii imechorwa nini? Scorpion, hizo vitu. Nikaangalia kwa hiyo kanisa yote imechorwa hizo vitu zote. So for us tukiletewa hapa tukaambiwa hii ni demonic. Lakini kwao kumbe hiyo ndio wanatumiaga. Ndio kwa maana walikuja wakatuchange maiti na tukachejika. Because they deprived you an information that is very powerful. Hii churches zote za Europe ziko na hiyo kitu. Hiyo Cancer, Capricorn, kila kitu. Church, inside the church. So the bishop there alikuwa anatumia hizo. Wewe ukiangalia ukisema mimi niliangalia nikaona mimi ni wa February. Mtu wa February wanaitaka ni Aries. Ati sasa ukifuata hiyo unaambiwa hiyo inaitwa hii. Lakini ukienda in the belief unaambiwa usikaribie hapo. Because they didn't want you to understand the secret behind the numbers. Numbers are so powerful in your life. The day you are born is so powerful. That is why you go Europe. The first thing you need to memorize, kuweka kwa hii kichwa, ni birthday. Hizi zingine unaweza kupoteza. Na birthday inaweza fanya uanguke mtihani. Birthday. Ukisahau birthday yako, you are off. They relate everything and anything with birthday. Why? Because the day you are born is so important. Numbers are very important.
You need to go deeper. Sio lazima nikuja kuwafundisha. Go deeper and study about numbers. Go deeper, ujue wale walikuwa wanasoma nyota. What were they reading from kwa nyota? Wale ambao walikuwa nafuata mwezi na jua, what were they reading in it that they were so powerful then and we are not powerful? So inasema basi majina ya mzaliwa wa kwanza wa Eliabu, hapana, watu tumesoma hii, na wale wana watatu wa Yese, wale wana watatu wa Yese waliokuwa wakubwa walikuwa wamefuatana na Sauli kwenda vitani, na majina ya hao wanawe watatu waliokwenda vitani ni haya: mzaliwa wa kwanza Eliabu, na mzaliwa wa pili nani? Abinadabu, na mzaliwa wa tatu ni nani? Ni Shama. Kwa nini ameleta mazatu watatu? Na amesema na amewataja mpaka majina, ndio urudi usome majina. Shama lilikuwa linamaanisha nini? Usome jina Eliabu linamaanisha nini? Usome jina Abinadabu linamaanisha nini? Na uone vituko za Aminadabu, Shaba na Eliabu. Kutoka hapo you can be able to relate with how you're going to win the battle. Understanding the name, the source of the name and the authority behind that name and the meaning of that name. Kuna watu wako hapa wana majina mengine, unashindwa hiyo majina, hata ukiombea huyu mtu na bado wako na hiyo jina, hakuna mahali anaenda. Sisi kuna mtu unakuja tu na kusikiliza jina yao na kuuliza weta wate ni jitawa Joseph Keregeri. Sasa unauliza Keregeri ni nini? Bwana Yesu, Keregeri ni nini kwa Wakikuyu? Keregeri ni kitu. Keregeri ni ile kitu kale ya siku Keregeri. Takikyo ni mudhuri witawa Keregeri. Ushoke uige biashara. Uthi uke mwira muthuri atenedire ndona mbeca marikazi ni ukoro wa Australia nĩrandũmĩire 500 cia kũiga wĩra akũgebe ndĩra gũtũma mbeca cigana 500 ũrenda gwĩka atĩa nacio? Ndĩrenda kũiga wĩra wake. Hiyo nasikia ni kukata na kata. Every amekata, every amekata. Unasikia amesoma ndukabe kuhudhira mbeca icio nĩ nguka hwainĩ to discuss ũhoro ũcio. Ameenda kukunyia chupa ngapi? 2. Akikuja hiyo biashara inaanguka. Tondũ nĩ kĩĩ? Nĩ Keregeri. Nyagothi butafuta mwanamke yote anaita kwa Nyagothi. Kazi yake ni kwenda tu. Kazi yake ni kwenda. Names have impact. Names have powers. Names have so much. Naming is very important in your life. What is your name? Jiulize tu jina yako. Uone kama ina connection na ile matatizo uko nayo. Kwani umefikiria nini? Ni umekumbuka jina yako unaitwa nani? Yes. Ukibatizwa. For example, kama umebatizwa na maji, kuna kubatizwa kama for example ya Catholic wanaitanga maji ya karai, maji ya bakuli. So we are made to understand that you're supposed to be baptized kwa maji ambayo yanapita maybe in the ocean or the river or the lake, bora ni maji yanapita. So I was wondering, hayo majina ndio yana shida. When you're being baptized, is it true you can change your name? Ubadilishe hiyo jina, ubadilishe jina ukibatizwa. Lakini kuna jina. Does it work? To change from Mary to sana from Mary maybe to Margaret. To Margaret or to Esther. To Esther. Or to Deborah. But what's your name? Mine is Penina. Penina, that's not your name. Tell me your name. That's the name. Who was born? Was Penina or who else? When you were born, which name were you given? I was given the African name. The Kamba name. African name. Yes. The Kamba name. Yes. What is your Kamba name? Mutindi. Mutindi. Yes. That is what dictates you, not Penina. Penina is not a name. Yes. Penina is a nickname. It's something that was placed on top of Mutindi.
Mutindi, that is where problem is, or that's where success is. Okay. Not in your Esther, not Yes. in your Ezekiah, not in your Francis, not in whatever, because Mutindi wa Mandura, that is the name, the given name that was given to me, because when I was born, waliuliza ni nani amesaliwa. Hawakusema Hezekia, mimi naitwa Hezekiah. Yes. Unasikia? Lakini mama yangu aliulizwa ni nani amesaliwa, akasema ni Dora. So then we are going So to look, Dora, it is because I am named after somebody else. That name automatically in the Kikuyu land, utakuta Dora ama your name is from somebody else. So it is a transfer of character, spirit and authorities from that man to you. So that is why ne Dora, ne Nyawera. Because these other names, you will be baptized by not your family member, but your father, your spiritual father, your pastor. The one that is your blood, it is Mutindi. And why? Well, you called Mutindi. Now elaborate, what is Mutindi? Mutida. Si ni kweli? Yeah, Mutindi ni hebu nitafsiria mjina Mutindi inamaanisha nini? okay, like my mom, she told me when she Yeah, was hii expecting. ni Kikamba, wacha Kikamba. in your mom, hii ni Kikamba. Yes. Mutindi kumaanisha nini? It's like delay. Delay. Yes. Do you find yourself delaying A things? lot. I've delayed a lot. Then, have you ever, what is Penina? You don't know. You don't know. You don't know what you're carrying. Penina does not have any meaning in your life, but Mutindi has. That is where you find. So I've given you a lot of responsibility hapa, lakini zinakwama. Ni wakati nilijua jina yako, nikaanza kukuombea. Nilianza kuombea jina. Sikuanza kukuombea wewe. Nilianza kuombea jina. Maana, what did your mom say? Okay, she told me when she was expecting, she labored for very many days, almost Yes, a week, beyond the expected 9th days. months. Yes. Sasa ukachelewa. Yes. So wakakupatia jina ya kuchelewa. Ndio naona umechelewa kwenye mambo yako mingi. Ukiangalia hata kuolewa kwako ulichelewa. Kwenda shule ulichelewa. Ukifanya kazi yako inachelewa. Kila kitu chako, because the power behind that name controls your life. Thank Okay? you. Thank you. So names have power. Have power. Bwana Yesu asifiwe sana. So you need to go and understand. The only way to karaoke. Karaoke ilikuja kwa nini? Who is this that was resurrected? In Kikuyu jina karaoke inamaanisha kwa hivyo kuna mtu katika familia alikufa. So this name is carrying death. It is a death. It is a name given to you because there was death. Joki ni wa kurudishwa. Alirudishwa kutoka wapi? Mwana Yesu asifiwe sana. So ukiona mtu anaitwa Joki, ujue huyu ni mtu si original. This is fake. The original one is not here. Alienda wapi? Ni nini ilibeba Joki? Kwa sababu hakuwa anaitwa Joki, alikuwa anaitwa Lege, Wajiro, alikuwa anaitwa Wajiko, lakini akakufa. Akati alikufa, ni nini ilimuua? Ni kansa. Ukiangalia sana Joki hata huyu ataenda na nini? Na kitu kama hii. So that's why we need every name given to you. Na hiyo sasa ndio msuku alikuja na kukuwekelea jina ingine, ndio at least ajaribu kucancel ile maneno. Inaweza kuwa kama mimi naitwa Dora Waroike. Waroike means many, vitu mingi. Si mnaonaka ninakuwa na maneno mingi. Nilikuwa na mkeke miki, mambo miki nilikuwa nayo. Kwa sababu hiyo jina bado inanibeba. Dora ni mtu wa kuishi, simumenipiga vita. Kuna vita hamjanipiga? Nimeenda jela mara ngapi? 52. Nimepigwa risasi mara 12. Nimehukumiwa kunyoko mara 2. Hakuna kitu hamjafanya. Lakini kwa sababu niko na jina inasema utaishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninaishi. Sio kwa sababu najua kuomba, sio kwa sababu mama yangu ni mwokofu, lakini there is power that is guarding my name. In my name there is a force that controls me. Bwana, ukikutana na mtu anaitwa Mogo ni muganga. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu yote anaitwa Mogo ni muganga. Hiyo jina ilitoka, kuna mzee alikuwa anaitwa Mogo in the family who is a muganga, and now because you are carrying the same name, you are carrying the mantle ya ule uganga.
Ndio ukipata pastor ambaye anaitwa Mogo ni pastor, ugalie characteristics zake kwa madhabahu ni waka mtuku, because ana need to invoke a spirit. Any spirit no matter where you involve it, itafanya kazi. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mwingine anaitwa Muragori. Muragori ukiona ni definer, ndio anakuambia kama maneno pako na shaka alijulia wapi maneno yako. Na ni definer. Na ni mlevi tu, ni mchawi mkaka tu hivi. Hajielewi. Lakini akikufugulia mdomo yake lazima akutajie maneno itoni akuragurira, anakuragurira. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa wale mmeolewa na wazee wanaitwa Muragori, unaonaga kuna kuoga na vita kwa nyumba, maana kila time anakuonaga kakitu, kuna kakitu anaonaga ndani yako apako si kazuri ama ni kazuri. Hello. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa unataka kuna yako ni gani? Weta kwate. Wede hivi. Waboi. Nwe waboi ni kugate. Waboi muredo. Waboi alitanishwa na huyo mnyama, but they are good, they are generous, they have a strong aura, but hawawezaki kuweka boma zao. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hao watatu waliokuwa wakubwa wakafuatana na Sauli. Daudi kalikuwa tu kadogo, na wale wakubwa walifuatana na Sauli wakatembea. Tuendelee baba. Basi Daudi alikuwa akienda kwa Sauli na kurudi ili awalishe kondoo za baba yake huko Bethlehem. This boy was still alikuwa anachunga kondoo. Lakini remember, this boy is carrying an anointing. Alimwagiliwa mafuta. Kwa hivyo what he is seeing, others are not seeing. The brothers were just there because they wanted they said, sisi ni wakubwa, wako na miili mikubwa, wako na nguvu. Kwa hivyo they thought we by right we control it. By right we have the position. By right we have the capacity to do it. They didn't see anything in nani? In David. And they remember, David akimwagiliwa mafuta, they know. Lakini hawakwenda kujiuliza ni kwa nini mtoto huyu amemwagiliwa mafuta. Na alipomwagiliwa mafuta, because God knows how to hide, alikarudisha kaende ndio hawa wasi detect, wasione kama kuna kitu kikubwa kimefanyika. That is why ukimwagiliwa mafuta unarudishwa nyuma. Wale wetu wengi tumemwagiliwa mafuta kama ya upasta. Mimi nilimwagiliwa mafuta 2007, but this year ndio nilianza kufanya kazi ya Mungu vizuri. Miaka hiyo ingine nimekuwa hapa ulevini, nimehubiri nikiwa mlevi. Nilikuwa naenda kama hebu siku moja nilifanya crusade kubwa sana. Watu hawakukuja crusade kwa sababu ya maneno yako mazuri. Walikuwa wamekuja kuona huyo mtu wa Mogeke ambaye aliokoka. Kiwanja ilijaa. Nikaombea walevi wakaokoka. Nikaombea wengine walikuwa na macho problem wakapona. Wengine miguu problem wakapona. Lakini baada ya usiku tulipomaliza crusade, tukaenda hoteli inaitwa Panesi. Tukaitisha mizika ya Jameson, tukakamata. Kumbuka mimi niliombea walevi kwa kiwaja, wakasema hatutarudi kukunywa tena. Lakini ile spirit ya ulevi iliruka kwa nani? Kwangu. Nilikamata pombe. Next following day nilijisikia saa 9 jioni na crusade inafaa kuanza saa 8. Nilikuja kuitwa hata sioni, na nauliza pastor akakuja, kai, kwani mlikunywa? Machupa zimelala hapo chini, zimeanguka, mapombe zimelala, tuko hapo. Huyu mwingine amelala kwa kiti, huyu mwingine amelala. Ili tugoga, maana tulienda kupigana na madhabahu ambayo we were not prepared. Before you start the battle or fighting ya kupigana na kitu yote, get ready first. Understand what kind of battles are you fighting. Ni nani mnapigana na yeye kwenu? Kama wewe ukiona kwenu kuna foundation ya wagaga, wewe ulisie huyu. Sasa huyu Gukadi alikuwa kama mgaga yeye. Sasa ukisikia alikuwa na ganga watu wagani, unaambiwa adumu mragi Nyagithumu. Wengine walikuwa wanataka Ukambani, agemo mragi Nyamupata. Unajua this is not a simple man. Kama watu walisafiri from Mombasa, from Turkana, from wapi, wakakuja kuona huyu mzee, madhabahu yake ni ya kitaifa. Bwana Yesu asifiwe sana. So ujiulize wewe, umefika karibu gani? Umetoka location? Hello?
Wewe ni pastor sasa, umeokoka na umefungua kanisa kada ka kijiji na umesikia huko kwa Msedio kulikuaga. Sasa unabila Bwana asifiwe. Tunaenda kukemea, tunaenda kuvunja madhabahu, tunaenda kuyaangamiza katika jina la Yesu. Na wewe you are just a local villager pastor. Wacha nikwambie. Venye hako kanisa kataisha, hakuna mtu atakuwa amekwambia. Kanisa nyingi zimefungwa na madhabahu ya kwao. Si ati kuna ati wamama walisegenya, wamama walipiganisha kanisa, wamama walifanya hapana, ni madhabahu ya kwenu ndio imemaliza. Maana ulienda kupigana na Guka. Na Guka alikuwa ana attend watu wa kutoka Kisumu, watu wa kutoka Kisii, watu wa kutoka Webuye, watu wa kutoka Mombasa. This man is a national figure. So kuvuja hiyo madhabahu, you don't need a village pastor, you need a national. Mtu ako na capacity, a national standard, akuja avuje hiyo madhabahu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kama huyu Mugaga alitembelewa na mtu kutoka Uganda, ama alitembelewa na mtu kutoka Tanzania, ama alitembelewa na mtu wa Somalia, ama wewe ulisafiri ukaenda Amerika, alafu ukakuja ukatembelea mimi nikiwa Mugaga, umeraise standard yangu, umeipeleka international. So kuvuja ile madhabahu iko ndani yangu, you need an international speaker. You need an international what? Not a speaker. You need an international priest, high priest. Mtu ako na international capacity, ako na attend to international people, watu wametoka mbali. Kama sijawahi hudumia mtu wa kutoka mbali, na madhabahu ile iko kwa baguka yako, alihudumia Muganda, akahudumia Mtanzania, usikuje kwangu, utakufa. Hiyo madhabahu itakuwa, hata nitakuombea na utatoa shilingi yako milioni 1 hapa, tutakula na mimi nitakula. Kwangu utasikia kumetokea kitu shida. Na kule wewe ukirudi nyumbani utakuta Gukame kukoja, anakuuliza who do you think you are? Who are you? What are you? What do you think you are? Na hiyo madhabahu, maana kuna mtu anaitoleaga sacrifice. Hiyo madhabahu maana inafanya nini? Inatolewa kwa sacrifice. It is still alive and it will hit you like nobody's business. It will hit you and kill you. Na jezo yako na utasikwa na tukuweke msalaba hapo na tulie na turudi nyumbani tukule kanyama kwa barabara tukirudi. Na wale wakujewa wakunywe pombe wa sacrifice waseme that is. Na kama kuna mtu mwingine alikuwa ameanza ujiga kama yeye na amekuja kwa hiyo mzishi, unasikia gari ambayo ilikuwa imebeba watu kutoka mazishi iliingia Tharaka Nithi, ikaingia kwa Nithi Bridge na watu wote wadani wakakufa. Kwa sababu ya nini? Kuna kamutu kengine babu ambaye amelala kule, anauliza hako kanaenda wapi? Ataenda kutusumbua kama lisiwe. So most of us, mwingine anafungua biashara na hiyo biashara ilikuwa ya kwenu, familia yenu, there is a way they sacrifice for the businesses. They sacrifices for the successes. They sacrifices for whatever that happens within the family. And then umekuja umeokoka, umekuwa mlokole. Ginya godhioma ginya nake France. Boju romosha ndo roboshe ni kudhioma. Na biashara za kwenu zote lazima kuchijwe buzi ndio ifaulu. Na ukuja hapa na madhiomo yako na Yesu yako, pepo na kemea ati kwa sababu umeolewa kwa hiyo familia na umekuta wao they are not into God, ni madhijaga na wakali pepo katika jina la Yesu na vuja na kataya ramakete tando robosaya rakakaka. Ukirudi nyumbani kimaliza miezi 3 nasikia kansa imekugonga, because you are trying to interfere with a foundation in a family, and this foundation they sacrifice. Wewe ni mdomo mrefu yarakata linakanta rama katorobo saya, na hujui kama ni wao wamekuigia, unaongea na lugha yao. Kumbe ukifikiria ni godhioma na dhioma, wale wanajua hiyo lugha wamekuweka. Sasa unafungua mdomo, wanakusikiliza, atakalau anaelea mtu nina atakalau anaelea kwa mnyake, wanasikia huko hizo komi, wanasikia na wazee wa huko wanasikia, wanainuka. Every village iko na wazee, every village iko na nini? Iko na wazee in the spiritual realm that controls. Na they hear every language, they hear everything you say. Now they know umeanza kuinua kamugu. That's why wacha, kama unajua hizi vita haujui vizuri, kama unajua ile maneno iko kwenu haujui vizuri, don't argue, usianzishe vita. Tulia, tafuta mtu aliye makinika, aliye juu kukuliko, alafu akuelezee. Na ukiona huyo hakuelezei vizuri, tafuta
tafuta mwingine yako juu akuelezee. Sasa utaelewa kiwango cha familia yenu katika ulimwengu wa madhabahu iko imefika wapi. So that once you have the knowledge of understanding, kwenu mnakaaga na mna gani, what were the sacrifices that were done, who sacrificed it, and when, and which month were they sacrificing, because there is a month. In every family they have a month. Kuna month ya mwezi wa 8, kuna wao wa mwezi wa 6, kuna wao wa mwezi wa 2, kuna wao wa mwezi wa 4, kuna wao wa Disemba. Na every sacrifices zilifanyika katika mwezi ambao unaweza kataniswa mara mbili. Hata wachawi hawafanyagi sacrifices mwezi ambayo haiwezi kuwa divided mara mbili. Wanafanyaga ile, wanafanya an impact in a life, wanafanyaga mwezi ambao you can split it to. Bwana Yesu asifiwe sana. So you need to monitor. Na unaangalia unakuta kwa nyugo kuwa kwa mwezi wa 8, twandikire guka mwezi wa 8, twandikire shosho mwezi wa 8, twandikire mwana waje wa my brother mwezi wa 8, twandikire kiria mwezi wa 8. Unaona kuna kapate in the family wanafanyaga kazi. Sasa una understand huyo mwezi wa 8, between mwezi wa 8 wa 9 ama mwezi wa 7 wa 8, hapo kuna kitu ilikuwa inafanyika. Na ukiona mwezi wa 8 mwezi wa 4 ndio angua alianguka akavunjika mguu na ikamwaga damu mingi, na ndio mtoto wa nani wetu alifanya accident. Unakumbuka, unaona kuna accident, kuna umwagikaji wa damu katika mwezi fulani. That is the time walikuwa wanachinja mbuzi. Hiyo inakupatia information ni kwa maana jakata kama yago itakayeko ndio ni kwa mishire kata chileti atakama. Bwana Yesu asifiwe sana. That is how to understand to do any battle. Battles are not done katika hii madhabahu ya ujika. Watu wanakuwa kata tunakemea kata in the spirit, kata in the spirit, unakata nini? Nikio unalega tu. Unaambia kata in the spirit. Na baba yako alikuwa mchawi, alikuwa anatembea na watu kutoka Zambia, alikuwa anaenda kikao cha waganga Zambia, alikuwa anaenda kikao cha waganga Malawi, Nigeria, alikuwa anaenda kikao cha waganga. Alafu ni chairman wa Afrika mzima, kumbe alikuwa treasurer wa kuweka pesa huko. Na wewe sile to pesa tukugirive vitani toto ukakovuja madhabahu. Acheni upuzi, ndio mweza kuacha upuzi ya madhabahu. Madhabahu sio kitu ya kucheza nayo. You don't pray about madhabahu. Understand first. And that is why madhabahu, uvujaji wa madhabahu, it is only reserved to the high priest. It is not reserved to every pastor. It is not a reserve of every archbishop or every bishop. It is a reserve of people called in the book of Hebrews 5, they are high priests. Hello. Tuendele baba. Kwa siku 40 yule Mfilisti alijitokeza na kusimama mbele asubuhi na jioni. Kwa siku ngapi? Musa alienda kwa maombi siku ngapi? Yesu alienda kwa maombi siku ngapi? Number 4 has a factor in winning battles. Number 4 is a controlling number when you are getting into the battles. Bwana Yesu, ndio tunafunga. Waislamu wanafunga siku ngapi? Wakristo wa Catholic wanafunga siku ngapi? 40. Wakiwa katika maombi and they control. Number 4 ina control anger. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika ulimwengu wa kiroho namba 4 40. Number 4 has a power behind winning a spiritual battle. Yesu wakati walikuja wakamtokelezea, Shetani akamwambia jiaguse, sikusemekana utajiagusa na malaika watakuinua. Akawaambia hapana, I cannot try my God. Musa naye alipotoka mlimani 40 nights, 40 days, he faced a challenge. Angalia mtu anaitwa nani? Paulo na Sila walipotoka 40 days and 40 nights ya maombi, walikutana na huyu mama. There is a challenge that comes. That is number 4. It is a number that puts you into a spiritual test. If you win that, you conquer the whole thing. Ndipo Yesu akamwambia Daudi mwanawe, haya sasa wapeleke ndugu zako efa ya bisi na mikate hii 10, ipeleke upesi kambini kwa ndugu zako. Haka kajamaa hakatumwi kaende kakupigana vita, maana hakawezi vita. Kanatumwa kapelekea majamaa wenye wanaweza kupigana nini? Vita. Are you getting me? Madhabahu ambayo
haikujui, haikutambui, hakuna siku itatambua uwezo wako. Maana Jesse ni baba wa huyu mtoto na aliona mtoto akimwagiliwa mafuta, lakini mpaka sasa bado hajatambua nguvu ya huyu mtoto. Anatambua nguvu za watoto. Mpelekee kamanda wa kikosi, alimwambia mpelekee kamanda wa kikosi chao, jibini hizi 10, jibini hizi 10. Akamwambia peleka kamanda, na hajui kamanda ni nani, hajui kamanda ni mtoto huyu, hajui kamanda ni Daudi. Akamwambia chukua, nenda upigane vita. He never knew that this man called David has a special anointing. For you to be able to get into such battles and win such battles and control such battles, you need inside you a commanding power. But brothers za Daudi na watu wengine wote mpaka Sauli never had a commanding power. And this kind of people of David type, they don't pray, they just command, because they have the spirit of commanding. Atasema mvua isimame, inasimama. Atasema kutoka leo sitaki kusikia majensi, inasima. Because si maombi, it is that capacity to be able to command, na inatoka. Those people are not prophets, those people are not pastors, those people are si kwa hii mahesabu yote ate mutugateri they are very special people with a very special power. Just the command. Ukikuja kwangu nikwambie ubarikiwe, wewe ondoka kule. I know I have it. That is where I was able to command Kenya mzima through Mungiki na Mukati Mamukuti. Bwana Yesu asifiwe sana. That is where I am able even to command anybody and everybody. Kuna mnakumbuka siku moja lile zikuile Raila alikuwa ameanza kuchoma huko akifanya mikakati, na wakasema ati vita vinapagiwa kwa kanyumba kamoja pale City Stadium. Mnakumbuka hiyo story? Walikuwa na rifaa kwa sababu tuliinua hii bendera tu na tukaambia bendera. Unajua hii bendera iko wale ambao hawajui. Hii bendera ni altar. This is an altar. Did you know that? This is what rules the country. This is what controls. This is what gives you identity. This is Kenya. Kenya is not the land you are seated on. This is Kenya. In the spiritual realm, hii ndio inajulikana. Si land yenu inajulikana. Hii bendera, the way it was designed. Bendera yoyote ya hiji ndio unaigiaga, mkibiaji akikibia lazima kupigwe wipo. Maana bendera hii iko mpaka na somo yake. Bwana Yesu asifiwe sana. So if you speak, Ruto akikuja hapa apata ni kupandisha, tunapandisha na uraisi yake na predicted yake, atashuka kwa gari asimame, atashuka. Kama inashuka atatoka kwa gari asimame. Hata Joe Biden wa Amerika akute bendera ya Kenya inapanda, atasimama. Why? This is an altar. Nguvu ya Kenya yote iko wapi? Hapa. Mamlaka ya Kenya yote iko wapi? Ukijisikilizana na hii, uende kule Uingereza, utafanya kazi na itakubali. Maana madhabahu ya Kenya itapigana huko na itafanya kazi. Maana hii damu ndio ilimwagwa na Maumau. Hii damu ndio ilimwagwa na Maumau. Hii ni nchi yako, hii ni amani. Huyu ni wewe. Sasa ukibeba bendera na command through the flag, uende Uingereza. Si tulipiga Uingereza kaenda? Ukienda huko utafanya kazi na utafaulu. Lakini ukitoka hapa, uende uweke kwa kiti yako bendera ya Uingereza, uweke vitu za huko za Amerika, bridge ya Amerika, kila kitu ni Amerika. There is nothing that is from your nation. Utashindwa. Utafanya kazi because kule wazee wa huko, wale waliinua madhabahu ya huko, bendera ya huko, walisema nchi yetu, chakula yetu, vitu zetu hazitavuka mpaka ziende kwa nchi nyingine. Na kama zitaenda zitarudi zikiwa marudufu. Kenya hivyo. That is why we have a visa. Ukikuja ukipatiwa visa uingie Kenya hivi, kutoka hapo polisi wa Kenya anaweza kukushika because uko chini ya sheria za nchi. Na kama wewe ni Muganda, hautatulabia tu wakaka wanatembea uchi, utatembea na nguo Kenya kama watu ni wakutembea na nguo. Kama watu wa Uganda wanaenda uchi, lazima uvae nguo. Kama wanavaa vinyana, lazima ukae style yetu because umeingia chini ya madhabahu. Sasa wakati Raila alikuwa ameanza kuzunguka huko kuchoma maduka, tuliinua bendera kule City Stadium, tukasema wewe bendera, nenda uongee na Raila, na tumekwambia kesho hatutaki maandamano. Kesho tulimuona pale Serena Hotel akisema tulisimamisha maandamano, tupatie negotiation room. Kutoka hapo mlisikia maandamano ya Raila tena? Mpaka sasa aliingililia agency.
Maana ya JC tuliakisha mshumaa tu hapa, ikaenda ikawaka. Sasa aliingililia gani? Akatuma ule MP wana hapa wao wa ODM, akatuma vijana wakawalipa 1000 wakuje waibe maduka hapa. Ndio hiyo maneno ya JC ikaweka chini. Bwana Yesu asifiwe sana. Because them they have a demonic agenda. Lakini nikawaambia hapa, Ruto akiwa pale State House, hakuna siku atatawala hii nchi. Because State House ile ni ya Freemason. Imechimbiwa vitu vya siri. Ile kitu alifanya, alinisikia, lakini alifanya renovation. Lakini madhabahu haiko kwenye ukuta, madhabahu iko chini, imechimbiwa chini. Kuna mapesa, kuna mavitu zimezikwa, na kuna mwili wa mtu ulisikwa huko wa Mkikuyu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio wakwe watawale miaka yote. Sasa nilipowaambia hivyo hakunisikia. Nikaambia hii ukitawala uniambie ukiwa peke yako. Raila ako wapi? Ruto wako na nani China? Kuna Raila. Akienda kuamuka na bio, tulia. Na kiherehere yake, this nation never again we shall have nusu mkate. Sasa hako na nini? Kwa sababu ya madhabahu. Huwezi kushinda na madhabahu. Huwezi. Kama hujui kupigana na madhabahu, wachana nayo. Wacha kungangania. Tuendelee baba. Wacha kungangania kitu ambayo huwezi. Stop it, leave it. Kuna familia unaweza kuwa mwanamke kama huyu, ukute ni shida, umefugiwa na gunia, umeenda kufugulia kweli. Na hana shida, ni mrembo, ni mzuri, hana shida, ni anakupenda mpaka anakuitaka baby. Mpaka ukiingia kwa nyumba unatamania kufika kwa nyumba, maana utaitwa baby. Lakini kia biashara zako zote zinaanguka, kazi zako zinaharibika, kila kitu yako inakwama. Ulikuwa na safari za kwenda Ulaya zote. Kabla hujafikiria kuchukua huyo mtu, tembea naye miezi 7 na angalia, mwangalie tu pole. Acha haraka, hii maneno hakuna mahali inaenda. Mpelekee kamanda wa kikosi chao jibini hizi 10. Ukamwangalie wako hali, ukawaangalie waulize mko hali gani, kisha uniletee jawabu. Sasa kumbe Daudi alikuwa kamtu kakutumwa. Hallelujah. Kumbe wewe ni mtu wa kutumwa. Kumbe wewe na ni connection. God knows how to connect. He will connect you to me. Kumbe wewe ndio umebeba kifunguo ya maisha yako. Kumbe wewe ndio umebeba kifunguo ya huduma. Just that connection. Kajama kanatumwa na chakula, kumbe kanapelekwa battleground. Because God want to announce you. When God want to announce you, he will not use the proper ways, you know. He will use you some other ways. Hata ukiangalia hivi una shida. Kaka Ruta gawera hata. Basi akamwambia, nenda. Basi Sauli na watu wote wa Israeli walikuwa katika bonde la Ela wakipigana na Wafilisti. Walikuwa kwenye vita, kwenye bonde la Ela. Bwana Yesu asifiwe sana. Daudi akaondoka asubuhi na mapema, akawaacha kondoo pamoja na mchungaji, akavitwaa vitu vile, akaenda kama Yese alivyomwamuru. Akafika penye magari wakati lile jeshi walilopokuwa wakitoka kwenda kupigana, wakipiga kelele za vita. Alifika. God will make you go there. If you are the one to conquer this battle, if you are the one to conquer this, God will cause you to be in that position where you will be positioned and announced. Before you are announced, you are a position. You will be put to the relevant place. Mahali utakuwa position ready to take over. Nao Waisraeli Wafilisti wakajipanga, jeshi hili likikabili jeshi lile lingine. Tuendelee baba. Basi Daudi akaviacha vile vyombo vyake katika mkono wa mlinda vyombo, akalikimbilia jeshi. Nisikia the spirit in him is still pushing him. Aliacha, hakufanya venye aliambia ati wewe umpatie kamanda. Hakupatia kamanda because he knew I am the commander. Who am I going to talk? Naenda kuongea na kamanda mwingine mgani na nini? In him the spirit had an authority. Ilikuwa inamwambia ulalie na kamanda uliku. You are the commander. Alienda akaacha vile vyombo kwa mnani? Kwa mlinzi wa kuchunga vyombo, na akalikimbilia jeshi. Basi katika mkono wa mlinda vyombo akalikimbilia jeshi, akafika akawasalimu ndugu zake. Alikuta ndugu zake pale, akawasalimu, hata kutaka kujua maneno mengi. Hata alipokuwa akisema nao, kumbe yule shujaa alitokea, naye God has organized. Yule mtu anakuja, your march has arrived.
Hallelujah. Hangekuja until the time, the precision time when God wants to announce you. Things that are the composition of your announcement, they must be present. So Daudi alipofika, kumbe na Goliath wanakuja, because it is time for Daudi. Tell your neighbor, this is my time, God is announcing me. Hata alipokuwa akisema nao, kumbe yule shujaa alitokea, yule Mfilisti wa Gathi, jina lake Goliath, akatoka katika jeshi la Wafilisti, akasema maneno yale yale, naye Daudi akayasikia. So before God wins your battle, you will have to hear what they had planned against you. Before God conquers them for you, you will hear what the plan they had against you, what arrangement they had. God must reveal to you the arrangement they had against you, the plan they had against you, the agenda that is against you. Na watu wote wa Israeli walipomwona yule mtu wakakimbia, wakaogopa sana, maana alikuwa shauza uoga. Alikuwa shawaambia, mtu atanishinda basi bana, nikujeni bana. Bwana njoo basi ukanishughulikie, twende basi, kujeni. Mwenye atanishinda nitatii. Watu wa Israeli wakasema, je, mumemuona mtu huyu aliyepanda huko? Ni mulimuona mtu tayo? Kikola mwini ya tumia muleka mwana. Mwile tutayo. Mamuonireko. No, this ni kipande cha mtu. Wakauliza, wewe uliona kitu takeu? Ushawahi kuona mtu kama huyo? Bwana Yesu, mumemuona mtu huyo aliyepanda huko? Nimuona. Hakika ametokea ili awatukane Israeli. Basi itakuwa mtu yule atakaye muua mfalme atampa utajiri mwingi, naye atamuoza binti yake na kufanya ukoo wa baba yake kuwa huru katika Israeli. 26 please. Daudi akaongea na watu waliosimama karibu, akasema, je, atafanywaje yeye atakaye muua Mfilisti huyu? Unaona, already there is another story that mwenye ataua yule mfalme atapata, this is what to get. But they had never given a tag that atakaye muua Mfilisti naye atapatiwa nini. So the first question you ask, it is, because I am going to win this battle, what is my position? What is, because he was sure, because he wanted to know what is mine. Bwana Yesu asifiwe sana. Atakayekuwa Mfilisti huyu na kumuondolea Israeli aibu hii, maana Mfilisti huyu asiyetahiriwa ni nani hata awatukane majeshi ya Mungu aliye? How will God defend you if you even don't identify yourself kama jeshi ya Mungu aliye? How will you win any battle kama you don't identify yourself with a commander, a heavenly commander? That hili ni jeshi, ati kihege kiketaruete, hiki kipi hakijatairi, ati kinakuja kutukana watu wa Mungu. How? Ni kijana anauliza. Wanaume hao wengine wote wakubwa, they didn't have such a question in their mind, because they had known the capacity to identify this is the moment. For you to win, to be able to know what you are doing, you must be able to identify the time. If you are able to identify, this is my season, you will work within the season. This is my time, you will work within the time, and you will position yourself because the time has allowed so, has made you so, has made it happen. You are in the position where God wants to announce you. This man was in the position. Now watu wakamjibu hivyo wakisema, ndivyo atakavyofanywa mtu yule atakayemuua. Kumbe they need a price tag. What you need is the price tag. The price tag is the heavenly kingdom. You need that to know that your God will never let you down. Your God will never forsake you nor leave you. Your God, even if you be in the shadow of the valley of death, still God will walk with you. He told Joshua, stand upright, be strong and be courageous, because the battle ahead of you, you are going to win. I'm going to walk with you. Naye Eliabu mkubwa wake alisikia. Now listen to your brothers. The bigger people than you, the know people, the blessed people, the gay, wale watu sasa wao ndio anabebaga Mungu kwao, anakaaga kwao, ndio hawa sasa. Na Eliabu mkubwa wake aliposikia hapo, alipoongea na watu na hasira yake Eliabu
ikawaka juu ya Daudi. Haikuwaka juu ya mtu mwenye anatukana Mungu. Iliwaka juu ya mtoto mwenye amekuja kuuliza, "Nuyo lari madu agai." Bwana Yesu asifiwe sana. Those are your sisters and brothers. Those are your workmates. Those are the people that are around in your life, that they are there only to discourage you. They are there to come and let you down. They are there to come and make your God not be seen, not be known. Those are the people in your life that discourage you, that will give you a wrong statement, that will come and tell you, "Stop what you are doing, because that whatever you are doing is nonsense." Bwana Yesu asifiwe sana. That is why I normally, when I'm preaching a preaching that makes you grow strong, because I know you are capable. I know you are successful. I know you are going places. I know you will win every battle. I know the battle in front of you is not even a battle. It's not even existing. Na Eliab ikawaka juu ya Daudi, akasema, "Mbona wewe umeshuka hapa? Nikiwagira leo." Si kuna watu wamekushai kukuuliza hapa, "Wewe mzee, unaona hii watu, unaona yule hapo na degree, yule hapo na yule ni profesa, yule ni doctor. Ulisema makaratasi yako ni gani? Form 4." Okay. Tutaangalia, utaitwa. Ashamaliza story zake na ashajua you are going to fail, but little did these people know you are the one carrying the mantle. Until your mantle is identifiable, that they will not be able to recognize you. It is because that you are not a failure, but God has hidden you, them not to know you and not to know how powerful you are. Because if you know who you are, they will kill you before the days of God's announcement. Therefore, mbona wewe umeshuka hapa na kondoo wale wachache wameachwa na nani? Imagine sasa, mpaka namuuliza watigira abolio, umeachia busi nani? Kondoo wale wachache umewaachia nani kule nyikani? Mimi nakujua kiburi chako wewe, unakuwa na kiburi. Kiburi chako kitakuwa. Yani wewe mtu, yani kota iguaga. See, I want to put you in the position of your brother, the elder brother speaking to you. Kiburi chako wewe kirado iguaga. Yani ile because he is not seeing anything in the vision. He is not seeing anything. Pole baba, umemia kichwa. Na kondoo wale wachache umewaachia nani kule nyikani? Mimi nakujua kiburi chako na ubaya wa moyo wako, maana umeshuka ili upate kuvitazama vita. Yani wakati wewe, yani wewe ni mjika tu, kazi yako ni kuja uangalia watu. Yani hiyo ndio kiburi, ile kitu iko ndani wako, umekuja tu kuangalia ndio wale watu. Na Daudi akamjibu, "Je, mimi nimekosa nini sasa? Nikidahe tele. Wanyikele niki ni mimi nimefanya nini? Nani amekwambia buzi hazichuku? Nani amekwambia buzi haziko sawa sawa? Macho ni yako, nikiona macho ni yako." Bwana Yesu asifiwe sana. Je, si neno kubwa hili? Ugo diagiro ni ukakuona. Yeke tiodo mwana na diagiro ni ukakuona. Bwana Yesu asifiwe sana. Naye akamgeukia ili kumwelekea mtu mwingine, akasema naye jinsi ile ile. Naye watu wakamjibu tena jinsi ile ile kama ya kwanza. Na maneno hayo aliyoyasema Daudi yaliposikiwa, watu wakamwelezea Sauli, naye akatuma mtu kwenda kumwita. Akatuma mtu, "Si mkimbie mwite." Daudi akamwambia Sauli asifadhaike moyo. Alimwambia baba yake, akamwambia Sauli, the king now, usifadhaike moyo. Don't be afraid. Usiangalie uone kama kuna kitu hapa cha kutisha. Maana inside David is seeing himself a commander, a general. How do you see yourself? How do you look at yourself? How do you see a winner or a loser? Do you see yourself becoming? Do you see yourself succeeding? Do you see yourself carrying a mantle? Do you see yourself being a force to reckon with? He was seeing what others were not seeing. Can you pray to God, umwambie God, give me that eye to see things others are not seeing? Daudi akamwambia Sauli, usifadhaike moyo mtu yeyote kwa ajili ya huyu. Mimi mtumishi wako nitakwenda kupigana na Mfilisti huyu.
Sasa imagine Sauli akisikiliza Daudi. Alicheka tu akaondoka. Akashindwa kitoto hiki kina kichani. Sauli akamwambia Daudi, huwezi kumwendea Mfilisti huyu upigane naye, maana wewe ni kijana tu, na huyu ni mtu wa vita tangu ujana wake. Wao waliona ujana, wao waliona how long the battle has been, and that's why I'm telling you, don't go to every battle, understand the length of the battle. How has it been there? Huyu ni mtu ambaye amekuwa kwenye vita tangu ujana wake. Kwa hivyo ni mtu amekolea kwenye vita, ni mtu ako na misingi dhabiti kwenye vita. And Saul knew hii ni madhabahu ambayo huwezi kuichezea. My brothers za Daudi walijua hii ni madhabahu huwezi kuichezea. They knew automatically madhabahu kama hii huwezi kuichezea. But David knew something else. Daudi akamwambia Sauli, mtumishi wako alikuwa akichunga kondoo za baba yake, na alipokuwa akija simba au dubu akamkamata mwana kondoo wa lile kundi. Alitaka kumwambia huyu unayo vita, huyu unaniambia amekuwa kwenye vita, hata mimi nimekuwa kwenye vita kule nyikani. But I have been fighting, therefore I am equal. I am the only equal person to deal with this demon. Amwambia it's your battle, la ugale nende shiro wete. Nilishika, in fact nilishika simba. Hallelujah. Umelalua simba ngapi kwenu? Umelalua simba za mtawa kwenu ngapi? Ndio ukuje kuanza kupigana na guka yako, ndio ukuje kuanza kupigana na chocho yako. Umepigana vita ngapi? This man, he knew I have dealt with what they are asking. Hallelujah. What the class I am, the degree, the papers I have are even more qualified kuliko za hiki kimutu mnaniambia. Mimi hutoka nikamfuata, nikampiga na nikampokonya kinywani mwake, na akanirukia kumshika ndevu zake, nikampiga, nikamuua. Unexplained. This is unexplained. How to bring down an altar. For Saul was seeing a physical part of it, but David was telling this guy, how do you bring an altar down? How do you destroy an altar? And he was telling them, I am not dealing with the personality of this man. I am dealing with the spiritual aspect of this man. Because I am bigger than them. I am able to fight. I am able to control. I am able to determine. I am able to bring down. Mtumishi wako alimuua simba na dubu pia, na huyo Mfilisti asiyetahiriwa. Imagine, anamwambia daruire na murothi ndirwa na ihe. That's you do statement. You do agana ihe, do agana mirothi. Lakini Sauli hakuwa naona hiyo picha. Sauli alikuwa naona the physical part of it. And that is what has failed us. That was has made us not to succeed. We are not competing with anybody. We are not competing with the people who are fighting us. We are not competing with the challenges of life. We are in the spiritual realm, doing battles in the spiritual realm. That is why we don't get, you cannot shake me. You cannot intimidate me. You cannot stand in my way. Mimi, where's? I know the kind of battles I'm doing. You go physical, me I go spiritual. I'll bring you down in your bed, not outside the bed. You will not wake up. Utalala kwa kitanda na nitakuhakikisha umelala hapo, na nitakuja kukutembelea nikuletea uji. Yes. Mtumishi wako alimuua simba na dubu pia. Na huyu Mfilisti ambaye hajatayarishwa atakuwa kama mmoja wao. You see, he has the capacity. He has built the power in him. He has already won, already ameshinda vita before hata kuingia kwenye vita. Amejitambulisha kama mshindi, amejitambulisha kama winner, amejitambulisha kama mtu ambaye ako na uwezo wa kufanya. They were not afraid, he was not afraid. Hata huyo Mfilisti itamfinya kama house. Unajua ni kama ndo kaliko kararia, ni kama mtu kadogo. Mtumishi wako alimuua simba pia, na huyo Mfilisti alisiyetahiriwa. Kwanza kabisa identify that this is not a man that has a covenant with God. Me, I have a covenant with God. Me, I have a covenant. I am circumcised. I have a covenant with God. And the man I'm going to fight is not known in heaven. So some battles you are fighting, they are not even known hata beyond your village. Na umelia hapa,
umekuja hapa nalia apostle, oya apostle dirikana tu maura makwa ni marukire, apostle dirikana tu. No, let me tell you one thing. Jijaze. Hallelujah. Jijaze. When you are going to battle the spiritual battles, never expect to lose anything. Never expect anybody to intimidate you. Never expect anybody to come and speak against you. Never expect anybody to rise up against you. Even if they are bigger than you, the one who is in you is bigger than them. Pia huyu Mfilisti aliyesikia atakuwa kama mmoja wao, kwa sababu amewatukana majeshi ya Mungu aliye hai. So I am not winning this battle because I am strong. I am not winning this battle because I belong to a clan that is strong. I am not winning this battle because I know how. I am winning this battle because this man has offended our God. So our God is already not with him. Hallelujah. So are you with God? Are you walking with God? Are you standing up with God? Are you making up with God? Are you heading somewhere with God? Where is your God? For you to call, for you to say that this battle I'm going to win, do you have any relationship with your God? Battles are not done by your body. Battles are not done by your blood. Battles are not done by forces. In the book of Zechariah 4:6 it says, it is not by might, nor by force, nor by authority, nor by army, whatever, but it is by the Spirit of God. Na Daudi akasema, Bwana aliyeniokoa na makucha ya simba. Mbona sasa amemleta Mungu ndani. That is how to win this battle. Amemleta Bwana aliyeniokoa na makucha ya simba na makucha ya dubu, ataniokoa na mikono ya Mfilisti huyo. Sauli akamwambia Daudi, nenda na Bwana atakuwa pamoja na wewe. Why was Saul able to tell him so? Do you know why? Did you know why? Wakati Daudi alimwagiliwa mafuta, Roho wa Mungu alitoka kwa Sauli akaenda kwa Daudi, lakini alichukua 95% ya Roho akaenda kwa Daudi. Sauli aliendelea kuongoza kwa Roho wa Mungu. So whatever was talking, hii mdomo ya Daudi ikiongea, it is the same spirit with Saul that was speaking. That is why he said when he found Saul na wakamwambia wamuue, he said, do not touch the anointed of God. It is not that he was anointed, but he knew Saul is part of me. What is in Saul is the same thing that is in me. So if I kill Saul, I'll kill myself. But so they were able to connect. For you to win battles, you are supposed to be connected. You are able to connect with the spiritual realm, so that the spiritual realm can create a space for you to be able to become a victor. Ndipo Sauli akamvika Daudi mavazi yake. Unaona? Because alijua whoever that is speaking this young man, it is the same God that is speaking in me. So he knew this man will win. He knew this man will make it. Akasema, ndipo Sauli akamvika Daudi mavazi yake ya vita, akamtia chapeo cha shaba kichwani, akamvika pamoja na dirii. Hello? He understood. How do you understand? Understanding the magnitude of the battle you are doing. Understanding the principles of the kingdom of the kingdom of heaven. Understanding how spiritual battles are fought will make you win the next move. Daudi akajifunga upanga juu ya mavazi yake, akajaribu kwenda, maana alikuwa hajavijaribu. Daudi akamwambia Sauli, siwezi kwenda na hivi vitu, maana sikuvijaribu. Basi Daudi akatoa. There are people who come and tell you tuende njia hii. That is not godly. Watakwambia tuende njia hii, but you are not called for that njia. Tufanye hivi. You are not called tutumie pesa. You are not called kutumia pesa. Tufanye. They will give you manner of directions, what to do and what not to do. But there is a God that is in you. Disregard them because they are confusing you. Disregard them because they have not a good agenda. They want you to win the battle using your muscles, but not with God. This God had prepared this battle for David.
This is the day that God wanted to announce David as the king after 15 years of kuchunga ng'ombe kwa kichaka, since he was ordained, since mafuta iliwekelewa kwa kichwa yake. Kumwagiliwa mafuta ni one thing, and being appointed for the job is another thing. Utamwagiliwa mafuta kwa wale mmemwagiliwa mafuta hapa, mnarukaruka hapa mkisema mko na anointing. Hiyo ujinga muache. Hesabu tangu siku hilo limwagiliwa mafuta, how many years are you doing it? Ukiona hujafika 15 years, ujue bado uko kwa kichaka, umechuka kodoo. Wacha kutuletea ujinga. Ndio karibia polisi hapo. Gina miaka 15. Musa, all these people that has won battles, it took them 15 years. The day you are ordained, the day you are anointed, you are never called to ministry. You have to wait for 15. Hapo ndio unakarako, unakaa kwa kichaka, unakutana na hawa masimba, unakarako, unachomwa mpaka unashindwa huyu Mungu alienda wapi. Unafinywa mpaka unashindwa, where is my God? Huyu Mungu mwenye wakati ulimwagiliwa mafuta, maana siku ile ulimwagiliwa mafuta, wakati ulimwagiliwa mafuta kuna anointing nyingine ilikuja, uliguza kiwete kikatembea, ulifanya hivi, in the name of Jesus you are healed. Katika jina la Yesu you are healed. Na watu wakapona. Alafu miaka ingine 3 hiyo kitu yote ikaondolewa, ukabaki wewe. Unaomba mpaka unaomba maubwa zinakubwekea. Nani kuomba unaomba nasikia maubwa. In the name of Jesus. Bako unashinda mpaka maubwa zinakwambia, "Wewe na Yesu yako." Bako unashinda, what is happening around me? Atikirekera kudirikia negui nanya. Go through the process. Kubali upikwe. Kubali uive, wacha kurukaruka. Eti kwa sababu uko na kagogo kako, kwa sababu uko na nguo umerobo imefika huko. Eti kwa sababu unashikaka microphone watu wanakusikia. No, wait. Take your 15 years. It is coming. Just sit down. Utagogwa vizuri. Upigwe panel beating. Mimi nilianguka, nilitoka kanisa. I was so frustrated. Nikienda kufanya crusade, nilikuwa nimeenda kufanya crusade na fresh anointing ya Harrison Ng'ambi. Hiyo anointing iliisha. Nikaenda pale Gong, enda vilabu za Gong zote, kilabu yote inauza pombe. Hakuna mahali najulikana. Na niko na deni hata sasa. Sikulipa. Walikuwa wananiingia wakiniona wananitaka bishop. Hey bishop uniingira. So nilikuwa natambulikana kwa baa kama bishop. Wakati wote nikiingia kwa baa mimi ni bishop. Baka nikakunywa pombe nikaanza kujikunia nikiwa bishop. Nikajikojolea nikiwa bishop. Nikatetemeka mkono hivi. Asubuhi nikiamka natetemeka kunigusisha kwa mdomo. Nikiwa bishop. Harrison ndiye alikuja kuniokota huko. Nikakuja nikaanzisha tena kuhubiri, na hubiri naenda natukanwa, na hubiri vyombo zangu zinaibiwa, na hubiri bado ninagogwa hapa, nikagogwa. Last year tu wakati tumeletwa hapa ndio Mungu ameniambia sasa anza kazi yako. Hii sasa ndio tumeanza kazi. Last year si ndio tumekuja hapa. Nimetoka City Stadium ndio nikapatiwa mama kina wale wengine na wapiaga. Wakanishughulikia na wao, imani yangu ikashughulikiwa vizuri. Nilikuwa nakuja kwa mama 20 walinisumbua. Wote walikuwa unasikia huyu amehama kanisa mara 20, huyu amehama kanisa mara 10, huyu amehama kanisa. Sasa nikaona nikachukua because wako na experience ya kanisa. Nikaona watu wazuri wa kunisaidia kuanzisha kufanya muziki wa kanisa. Wewe siku moja nilifika pale Nyayo Stadium, nikatoka nyumbani kufika Nyayo Stadium, nikakumbuka wale watu naenda kukutana na wao, nikapiga yutani nikapanda, nikafika paka pale Galeria. Tena Mungu akaniambia rudi, wale watu wanakungojea. Nikarudi, nikakuta sasa ni wao wameuko. Nikiingia waliamuka wote na discipline moja kubwa sana. Discipline hawajawahi kuwa nayo. Walinisimamia, wakanipigia makofi. Mkaribisheni mchungaji ameingia. Makofi kapigwa. Saturday ingine kumbe walikuwa wamepanga. Saturday ingine kukuja hata easy kanisani walikuwa wamepiga dumu. Hakuna hata mosquito hapo. Hakukuwa na mtu. Nilikuja kanisa nikakuta wameweka kifunguo hapo chini. Nikafungua kanisa nikaingia. Hakuna mtu, nikaongoja watu wakuje kuwapigia simu, hakuna, zote zimesimama. Niko hapo ndani ya kanisa. Nikasikia kitu kimenishika. Nilisikia anointing nyingine imepanda ya mahasira. Nikachukua microphone. Siku hiyo ndio nilijua kuhakisha hizi mixers zote nikahakisha zikawaka. Nikatengeneza
miaka yote siku zote tulikuwa huko, sauti ilikuwa ikitusumbua kila siku, lakini siku hiyo sauti ikusumbua. Venye nilitune sauti ikusumbua, nikaenda kubana, nikaanza viti vilikuwa kama hivi. Kasa Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Semeni amen. Amen. Sasa ni mimi bado nasema amen. Semeni amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nilihubiri. Sasa kumbe walikuwa wameweka watu wakuje wachukulie what will happen. So nilikuwa naona watu wanakuja wanapita kama sasa kwa mlango, anajifanya ni kupita, anapita kiangalia, wanaangalia ni nani nahubiria, wanaenda. Sasa wakiteremka pale chini, kumbe walikuwa wanaenda kule. Wengine, kuna mwingine alikuja akajichukulia kapicha akiwa pale kwa mlango ka video, wakaenda kuonyeshana ati ile diamond ni agoro kilio hiyo. Kehujo, hakuna kehujo nilihuja kama hiyo tabu. Nilihubiria viti. Alafu nikaambia viti watoe sadaka. Na nikatoa zangu nikaekelea hapo, nikaombea sadaka, nikaweka sadaka ya tena kwa mfuko kwa sababu mimi ni mchijaji. Nikatoa. And that one, baadaye miezi minne baadaye tulijikuta hapa because kuna mtihani nilipita. So hata wewe kubali kupita mtihani. Kubali kuvumilia, kubali kufinywa vizuri mpaka ukae mzuri. Akachukua fimbo yake mkononi. Ametoa mavazi ambayo ni ya kinje. Kuna vitu ambavyo vinakuja tunavishwa. They are meant to come and destroy us. They are meant to come and bring us down. That zinakusaidia, na Mungu does not share the glory. Stop sharing the glory of God. Hii ni mavazi, akirishwa mshale haitamduga, akirishwa nini haitamduga, but God wanted him to go that way. Akachukua fimbo yake mkononi, akachakulia mawe laini 5 katika kijito cha maji, akayatia katika mfuko wa kichungaji. Alimtia katika mfuko wa nini? Alitia katika mfuko hayo mawe ya nini? Ya kichungaji. What is your faith? Hakuweka mafuko kwenye mfuko wa kawaida, alitia, maana alijua katika mfuko wa huu wa uchungaji umebeba pia na anointing. Alijua mfuko huu pia umejaa na neema. Katika mfuko huu there is a power. Aliweka pale. Where do you put? Unawekaga imani yako wapi? Umeiweka kwa pastor wako ama umeiweka kwa Mungu? Umeiweka kwa mchungaji wako, umeiweka kwa Mungu? Where do you put your family? Where do you put your job? Where do you put your business? Where do you put your faith? Where is it? Akaitia katika mfuko wa kichungaji aliyokuwa nao, maana ni mkoba wake na kombeo lake alikuwa nayo mkononi wake. Ni mkoba gani umebeba? Mkoba wako ni upi? Mkoba uliobeba mkombeo wa Mungu, mkoba uliobeba mafuta ya Mungu, mkoba uliobeba imani ya Mungu, mkoba wako ni upi? What faith do you have? What kind of a structure? How are you structured? Umeumbwaje? Umetengenezeka aje? Where can you place mayai yako? Una kikapu kizuri cha kubeba mayai na yasifunjike. Bwana Yesu sasa akayatia katika mfuko wake, kombeo lake liko nalo mkononi mwake. Akamkaribia yule Mfilisti. Alibeba silaha zote za kiume, akatoa silaha zote ama vitu vyote alipatiwa na Sauli ambazo za kidunia, akavaa vazi la kiungu, mkoba wa kiungu, mawe alichoa kwenye mto ya kiungu, mawe 5, the grace of God. Akajua nitaenda na mawe 5, the grace of God. I know. Akasema, I am not going alone. I am not going to conquer this alone, because I want to lift my God up. I want to make my God known. I want whatever that I do, my God will be known. Huyo Mfilisti naye akamsogelea Daudi, naye akamkaribia. Sasa watu kule wanatazama,
kakingojea kaka Daudi katambuliwe, kakararuliwe, kafanywe vitu. Kuna watu wamekungojea waone ukikufa. Kuna watu wamekungojea waone kazi yako ikianguka. Kuna watu wamekungojea waone biashara yako ikianguka. Kuna watu wamengojea waone ndoa yako ikianguka. Kuna watu wamekungojea waone huduma yako ikienda. Huyu Daudi akamsogelea, akakaribia, na mtu yule aliyemchukulia ngao yake akamtangulia. Yule mtu aliyemchukulia ule Mfilisti ngao yake, maana Mfilisti hakuona haja ya kubeba nini, ya kubeba ngao, kwa sababu anaenda kukutana na kajibwa, anaenda kukutana na kapusi, anaenda kukutana na karati. So there was no need of carrying. Watu watachanganyikiwa wakati the Spirit of God will start working in you. They will be confused, they will not understand you. They will be just seeing as the other thing that they defeated yesterday. But one thing I want to tell you, hiyo confusion ndio wasibebe silaha za kujikinga. Wakati you are going to release a powerful thing that will cause them to go down. Hallelujah. Hata Mfilisti alipotazama huku na huku akamwona Daudi, kwa sababu Mfilisti alikuwa anatazama utafuta, who am I going to fight with? No turaroa nake. Sababu wale ambao wanapigana na wewe ni wakubwa. They are mighty and they are strong. They are even wondering what kind tunapigana nao. Yani kwa wanauliza, wanatafuta tunapigana na nani? They are not seeing. Hawaoni huyo nani wanakuwa. Mfilisti alipotazama huku na huku akamwona Daudi akamdharau, kwa kuwa ni kijana tu mwekundu, tena ana sura nzuri. Kumbe aliona the glory of God. Ni mwekundu, tena ni tall, dark and handsome. So he never saw a man or a human being. He saw the beauty of God. That is, he lost it already. He saw the beauty of God. That is where this Philistine lost the battle. He never saw a warrior. He never saw a commander. He never saw somebody coming to fight him. So he left himself open. And that is how he was struck. Your enemies will be laid bare for you to hit them and bring them down. Mfilisti akamwambia Daudi, je, mimi ni mbwa hata umenijia kwa fimbo? Mfilisti akamlaani Daudi kwa miungu yake. Hallelujah. Kumbuka pale niliwaambia mambo ya Daudi. He knew this is not an ordinary, this is a spiritual battle. Saul never understood this is a spiritual battle. The brothers hawaku understand this is a spiritual battle. The father ya Daudi haku understand this is a spiritual battle. But David, because of the experience ya kule kichaka, ndio nakwambia kubali kutengenezwa. Maana ukiwa kule nyikani utaambiwa na utajua, ufahamu ya kujua vita vya mwili na vita vya kiroho. Kwa hivyo utakuja ukijiwa na kujihami. When it is physical, you come physical. When it is spiritual, you come spiritual. Kubali upigwe ndio uweze kufafanua, kujua when, at what point are we, what is the season now. Tuko kwenye season gani? Tulikuwa kwenye season gani? Ana tunaelekea kwenye season gani? David, of all the Philistines, the entire population of the Philistines, the entire population of the Jew, he is the only man that understood this is not physical, it is spiritual. Na kulikuwa na watu wengi welevu, kulikuwa na watu wengi wanajua. Hivyo nawaambia katika taifa letu la Kenya, the battle that we have in this country, it is not physical, it is a spiritual battle. Ruto is going to be removed, but not by demonstration. Ruto will not survive, but he will never be removed by demonstration. By the Spirit of God. Hallelujah. By what? By the Spirit of God. Because it is spiritual battle. Bill Gates is coming very soon to come and launch the program ya kuweka watoto wetu chips. He's coming. Obama is well prepared to come and take over the world. Trump is being prepared by God to blow the trumpet. Hallelujah.
Kamala Harris is being prepared to conquer Trump, to stop the plan of God. It is a spiritual battle. At Trump, they wanted to kill him. No, it is spiritually led. They are now trying to make him become one of them, but he will not agree. Bwana Yesu asifiwe sana, because he is being commanded by God. Trump is raised in America to come and save Kenya. If you didn't know that, Trump is being raised in America just for the sake of saving this country, because of the revival that God is bringing. Because already State House has been captured by this mafia, so the people who are against the revival, the people who are fighting against this country to be the platform of the revival of the gospel of God. Now that Kina Raila they are in, and all manner of people they are in there, they have taken away our brother. Our brother is now in a cage. He is not even allowed to breathe. Where he's going is only the toilet, that they are not with him, but they are monitoring him. Hata pupu yake wanaitoa, wanaenda wanaiweka kwenye microchip kuiangalia what kind of the chromosomes, what kind of what happening, what is the blood, how is his blood flowing, when are we going to terminate him. Mfilisti akamwambia Daudi, njoo huko kwangu, nyama yako nitapatia ndege wa angani na wanyama wa mwituni. Amemwambia nini? Njoo hapa kwangu, nyama yako nitaipatia nani? Kile kitu huyu Mfilisti hakuelewa, already David had won the battle ya wanyama. Hallelujah. Already the battle ya wanyama Daudi had already won. Kwa hivyo hakuwa na wasiwasi, alikuwa shashinda vita za kupigana na wanyama. Now the next move ni kupigana na binadamu. Kumbe Mfilisti alikuwa kwenye ulimwengu wa wanyama, naye Daudi alikuwa kwenye ulimwengu wa binadamu. These people that are fighting you, they will not be able to understand which situation, which position are you, which season are you, which time are you. You will be able, you will not be able, they will not be able to fight you. They will not be able to conquer you. They will be able to win any battle against you, because you are not in the same time length. Daudi is away ahead of this man. This man ako kwa wanyama, Daudi ako kwa binadamu. Ndipo Daudi akamwambia yule Mfilisti, wewe unanijia mimi na upanga na fumo na mikuki, bali mimi ninakujia wewe kwa njia ya Bwana Mungu wa majeshi, Mungu wa majeshi ya Israeli uliowatukana. He made sure that he has involved God in the battle. Na akakumbusha Mungu, hawa mudode adikuru wanake alikutukana. Kenyoni okemote. Kenyoni is a way of intimidating God. Hawa ni wale watu walikutukana. Hii ni watu ambao hawakupenda. Sasa choose between me and him. That is how you win battles. Make yourself pure. Make yourself clean for God to do the battles for you. Siku hiyo ya leo Bwana atakuwa mikononi mwangu, nami nitapiga na kukuondolea kichwa chako. Nami leo nitawapa ndege wa angani na wanyama wa nchi mizoga ya majeshi ya Wafilisti, ili kwamba dunia nzima wajue ya kuwa yuko pamoja katika Israeli. For your God to be known. The people that have been against you will be conquered. The people that have been fighting you, any spiritual power against you, any force of darkness, iwe ni waganga, ni wachawi, ni warogi, the people that have always condemned you, the people that have always fought you, they will be defeated in the eyes of God. Tusimame kwa miguu yetu. Shika sadaka yako. Leo tunatoanga sacrifice. For those who people come for today, today we teach how to win battles, how to conquer them that have tried to conquer you, how spiritually to win, how spiritually you are able to be successful. Our God in heaven is successful. Our God in heaven is righteous, that is able to win without you lifting a weapon against that person, against them that have been fighting you, against them that have been trying to bring you down. This is the day
of winning the battle. Anything that was against you, I declare and decree today, it has been defeated. Any plan, any spiritual warfare waged against you, God has won it, has conquered them that tried to conquer you, has defeated them that tried to defeat you. I want you to come forward here and let us surround this altar. Surround this altar. Tuizunguke tu hivi. Ondoeni hizi mics, rudisheni nyuma kidogo. Nimesema tukuje tu. Mzee kuja hapa, kujeni saidi hii. Kuja mami, kuja faidi. Wengine wazunguke tu, tuzunguke the altar. Come closer to the altar. Ukienda kwa waganga si mnaendanga mnakaribia altar. I said everybody. Surround kabisa. Panda hapa juu ama uende peleke kwa nyuma. Taka tuimbe wimbo mmoja wa worship. Nyinyi tokeni, songeni nyuma. Hao wengine wakuje. Kuja hapa kijana. Wale wako nyuma kujeni saidi. Come this side. Zunguka huko mkuje huko. Zunguka huko. Nimesema kila mtu. Choose your battles wisely and involve God whenever you are doing. In whatever you do in your life, just let God win these battles for you. Let God conquer these things that you're not able to conquer. These things that you are not able to win, let Him do the battle for you. Wacha kujisukuma, wacha kusukuma chochote. Just surrender to God. This God is faithful. He knows, anajua how to handle every challenge in your life. Only that choose your battles wisely. Choose everything, how to do it, how, at what time, what is the position, what is the season. God is a God of seasons and a God of time. There is a time for Him to conquer, to win for you any battle. There is a time that whenever you are in, you position yourself, He will make it happen in your life. He will make it become in your life. Watu wengine tumebebeshwa mizigo mizito. We are trying to do battles which are not necessary. If we handed ourselves over into the hands of God, He will conquer them that try to conquer us. He will win battles. David needed only one stone. He picked 5, but he needed only one. David needed to understand, this is not my battle. It is the battle of my Father in heaven. David knew that this is a spiritual warfare, not a physical warfare. Whatever that you are going through is not physical, it is spiritual. So don't look at these things from the physical angle. Change the way you see things. Bring in the spiritual angle and let God do your battle. Let God instruct you what to do. Let God make you become that vessel that wins, that vessel that conquers, that vessel that makes things work. You are not going to lose. This battle you can never lose if you understand your God. This battle can never go beyond you if only you understand. This is God. This is God. He is Him. The demonic powers. David, what are you doing there? Come back here. No movement. What are you doing there? Stop what you're doing. Go to where you're supposed to be. The day you understand that what is making you move when others are being blessed, that's the day you will be able to win the challenges of your life. Challenges
The devil does not employ weapons, does not employ spears, arrows against your life. He only makes you become a little bit busy when the blessing is coming. Just a little bit busy. And by the time you come back, the blessings are gone. So you'll be left. This, the Philistine, kama angejua. If Saul knew that this is a mighty man of God, they could not have looked down upon him. They could have used him from the word go. They could have known that the battle has been won. From today, just concentrate to understand. Battles are not physically won, but battles are spiritually won. And battles are not won outside there. Battles are won where there are altars. The battles of altars, magogona, barasia magogona, ihotanagiro kigogona ino. Itihotanagiro otonyoba inetwani. Itihotanagiro nako, you have to raise an altar for you to win an altar battle. You have to raise. You have to be an altar that will silence the altars that are speaking your life. An altar that will keep quiet, will quiet every other altar that is against you. So it is understanding of the battle. David, while he was killing the lion and the bear, he knew very well and being prepared for a greater battle. The challenge you are facing today, was prepared long time ago because of the battle that today you are going to do. You are going to kill your Goliath. Today, I assure you that your Goliath, I hope you are listening to yourself and listening, knowing, identifying who is my Goliath. Just ask yourself, who could be my Goliath? Goliath wa kwanu. Just ask yourself, Goliath wa kwanu. Could it be the marriage? Could it be the business? Could it be the church? Could it be your pastor? Could it be your boyfriend, your husband, your wife, whatever you call them? What could be my Goliath? Could it be a family feud? Could it be a sibling problem? What is this? What is my Goliath? Who is my Goliath? The moment you know who is your Goliath, the moment you know what kind of an authority is in your life, is in your family, is in your business, is in your ministry, today everything will change. You will never struggle again. I want to declare and decree tonight that whatever has been your Goliath, all the weapons they are carrying has been dropped. Their eyes will not see you a great man or a great woman. Their eyes will see a dog. But in their eyes they will be defeated by that which they are seeing as small. Because the God that is in you is mightier, is greater, is powerful than what they are seeing. They knew Goliath is the greatest man. They knew Goliath is the most powerful man. But today I want to assure you that Goliath is the most wickedest problem, the most weakest thing that has ever been in your life. That they have been saying against you, they have accused you, they have said about you, it is defeated in Jesus' name. They may have gone to witch doctors. They may have gone to sorcerers. They may have gone to people and declared and made you look like you are a villain. But today, I lift you up in the Holy Spirit. I lift you up in the mighty name of Jesus Christ. I lift you up to win every battle, to conquer every battle, to be successful. Where many people have not been able to succeed, you are going to succeed. Where your family has not reached, you are going to reach. Amen. Whatever that happened in your family, whatever that went against your family will never go against you. Whatever that they spoke against your family, they will never be able to speak against you. Whatever written document they wrote about you have been cancelled in the mighty name of Jesus Christ. Whatever declaration, whatever oath they did against your life, from today, the blood they use, the ink they use, the pen they use to destroy your life, from today, I cancel it in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Whatever mountain they went to go and condemn you, that mountain, I crumble it down in the mighty name of Jesus Christ. Amen.
whatever kind of a blood of a goat, of a chicken, of a snake, it doesn't matter what it is. It doesn't matter what it is. You snakes that you are used to bind these people. You cows and goats, you are used to bind these people. You forces of darkness, sorcerers, witchcraft, the Freemasons, the Illuminatis, you have tied these people to you. The soul ties, spiritual ties, body ties, sexual ties. Today, in the mighty name of Jesus Christ, I declare and decree that these people are free. Amen. These people are free. Amen. In the mighty name of Jesus Christ. Could it be you are held by the family name? Could it be you are held by the marriage you are in? Could it be you are held by the kind of business you've been doing? Could it be you are held by the spiritualist? I declare today that whatever that has been holding you, whatever that has been against you, is broken in the mighty name of Jesus Christ. You are free in the mighty name of Jesus Christ. You are free in the mighty name of Jesus Christ. You are free in the mighty name of Jesus Christ. You are free in the mighty name of Jesus Christ. You are free in the mighty name of Jesus Christ. You are free in the mighty name of Jesus Christ. Amen. They made your heart to become sick. They made your mind to become sick. They made your body to become sick. And then they gave a name to the sicknesses. Today, the name that was given to the sickness, how they made you to become that sick, how they arranged against you, I want to decree and declare, whatever name they gave to that sicknesses, it doesn't matter whether it is cancer, it doesn't matter whether it's chronic diseases, it doesn't matter whether it's physical diseases or physical injuries, but from today, in the name of Jesus Christ, you are healed. Amen. By the blood of Jesus, you are healed. That they said you are not going to conquer in business. Yes. They put hiccups, they put boundaries, they put mountains, they put barriers. I stand with Isaiah 45 that I will show you hidden treasures. I will break the iron gates and all the forces that have been put, barriers put against you for your success. Today, I remove those barriers. In the mighty name of Jesus Christ, I remove any business barrier. I remove any traveling barrier. I remove any challenge over your life that has always turned you down. You have gone to embassies and the visas were denied. You have tried businesses and the businesses fell down. You have tried loans from banks and the banks have refused to give you money. Today, whatever that was blocking you is removed in the mighty name of Jesus Christ. There are people held by their grandfather, held by their grandmothers, held by the villages you come from. You came from a village that was practicing witchcraft. You came from a grandfather that was a witch, a grandmother that was a witch, a mother that was a witch, a father that was a witch, a sister, a brother that are witches until today. They never like what you are doing from today. In the mighty name of Jesus Christ, anything that they did against you, any force of darkness against you, any witchcraft that was laid in your gate, in your business, in your family, in your children, I cancel it in the mighty name of Jesus Christ. I set you free. 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 I set your business free. I set your family free. I set your life free. I break every soul tie. I break every soul tie. I break every blood tie, spiritual ties, economical ties that are demonic. I destroy them in the mighty name of Jesus Christ. I set you free.
For those that want to travel, I'm holding a passport that is representing all of you here. There is none of you that is not allowed to travel to any country. In the spirit, in the spiritual realm, in the name of Jesus, the Almighty Father in heaven, the King of Kings, seated on his throne, I say today, as a man of God, every door that was closed, that you have not been able to open when you want to travel, I unlock all those doors. I allow you, and I pray that God will give you money, will give you resources to go to any country of choice. Amen. In the book of Deuteronomy, give us Deuteronomy 28, please, quickly. In the book of Deuteronomy 28, the Bible says, now, please, just stop what you're doing. Yes. Don't go to the Bible, just listen to me. In the book of Deuteronomy 28, itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii. Utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa nini? Kwa bidii. Kutunza na kuyafanya maagizo yake leo. Yote ni kuagizayo leo. Ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote ya dunia. Yaani unahitajika tu kutunza na kukaa jinsi Mungu anataka. Unahitajika tu itakapokuwa umefanya maagizo ya Mungu jinsi amesema. Basi utakapofanya hivyo tumefanya, maana I just want to make this declaration to you. Utakapofanya hivyo, yani kutunza na kukaa jinsi Mungu anavyokuagiza, what will happen to you? Hizi baraka zote zitakujulia na kukupita usipo na baraka hizi zote zitakujilia na kukupata usikiapo sauti ya Bwana Mungu wako. The condition, usikiapo sauti ya nini? Hizi baraka zitakuja kwako na zitadumu na wewe. Baraka ni gani basi? Utabarikiwa mjini, utabarikiwa na mashambani. Amen. Yani the same way ukiwa mashambani utakuwa na uwezo wa kununua gari, the same way utakuwa Nairobi utanunua gari. Huhitaji kusafiri kuja Nairobi ndio upate kazi. Huhitaji kusafiri kwenda ng'ambo kupata kazi. Wherever you will go, there is no a country of your preference. Ati ukienda Amerika tu ndio utafanikiwa. Hata ukienda Tanzania utajirika. Amen. Utabarikiwa uzao wa tumbo lako. Bwana Yesu asifiwe sana. Uzao, your sons, your daughters will be blessed. Watoto wako watabarikiwa. Watoto wako watainuliwa. Watoto wako they will be successful. Hautazika mtoto. Watoto ndio watakuzika. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa wakati ambao ukifikapo wa mtu kulala. Sio kwa sababu ya magonjwa, sio kwa sababu ya accident, kwa sababu kuna tatizo fulani, but wewe utazika watoto wako. Watoto wako watakuzika. Maana uzao wa tumbo lako utakuwa umebarikiwa. Na uzao wa nchi, ukifanya biashara yoyote ukianzisha, uzao wa nchi yako na uzao wa wanyama wako, ukiweka kuku, uweke ng'ombe, uweke mifugo aina yote ile, itabarikiwa. Kuongezeka kwa ng'ombe wako na wadogo na kondoo wako wataongezeka, zitazaana. Amen. Kila wakati ufanyalo jambo lolote ambalo linahitaji kufuga mifugo utazana. Litabarikiwa kapu lako, kikapu chako, mifuko yako, your wallet itabarikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kapu lako litabarikiwa na chombo chako cha kukandia unga
pia kitapata baraka. Maana kwako kwa nyumba hautakosa chakula cha kupatia watoto, kwenye mifuko yako hautakosa pesa za kuweka kwenye mfuko wako. Utabarikiwa uingiapo na utakabarikiwa ukitoka. Ukiingia mahali popote utabarikiwa, ukitoka utabarikiwa. Mahali popote utaenda utabarikiwa. Bwana atawafanya adui zako wainukiao juu yako kupigwa mbele yako. Watakutokea kwa njia moja, lakini watakimbia mbele yako kwa njia 7. Maadui wako watashindwa, maadui wako wataangamia, maadui wako wataletwa chini, maadui wako watasambaratishwa. Amen. Bwana ataiamuru baraka ije juu yako katika gala lako. Kuna tofauti ya vikapu vyako na gala lako. Mungu akisema vikapu vyako ni kusema mifuko yako. Katika mifuko umebeba, vipeti ambavyo mmebeba viko na hela, viko na pesa. Ati ukitoka hapo ukienda kule barabarani utakutana na mtu, utamwambia shika 100 hii nenda ukakunywe chai, shika 1000 hii nenda ukakunywe chai. Ni kumaanisha vikapu vyako vimejaa. Watoto wako utawabebea kila kitu, marafiki watapata chakula, majirani watapata kula. Basi nayo magara ni gani? Utabarikiwa. Utakuwa na account Equity kako na tupesa tumelala tu. Utakuwa na account Barclays kuko na tupesa tumelala tu. Ndio kusema kikapu chako kitabarikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mambo yote utakayoatia mikononi wako naye atabariki, naye atabariki, atakubarikia katika nchi akupayo Bwana Mungu wako. Kwa hivyo Mungu anakupatia nchi mpya. Mungu anakupatia kazi mpya. Mungu anakupatia njia mpya. Mungu amekufungulia maisha yako. There is a renewance. Maana tuko kwenye mwezi wa 9, mwezi wa kuzaa. Kuna kitu kipya kimezaliwa ndani yako. Kuna mtoto amezaliwa ndani yako. Kuna biashara imezaliwa ndani yako. Kuna ushindi umeshandiwa ndani yako. Kuna mamlaka mapya yamezaliwa ndani yako. Bwana atakuweka uwe taifa takatifu kwake, kama alivyokuapia atakaposhika maagizo ya Bwana Mungu wako na kuyatembea katika njia zake. God of heaven will bless you. Amen. Sasa I want to ask you, ukitaka kupanda hapa, panda hapa, utatoa viatu zako, piga tu magoti hapa. Hizo baraka Mungu ameziachilia, zishike. Uache hapo huko, uache sacrifice yako. Just kneel down if you want. Ukuja utoe tu, ukanyage kwenye suria, uingie ndani mahali popote, just toa viatu zako ukuje. Sio lazima utoe, lakini usikanyage suria na nini na viatu zako, ukanyage na miguu yako. Kisha hapo utakuwa kneel down, uache sadaka yako hapo. Ingia keyboardist, keyboard peke yake. Wengine wote mwingie huko, everybody yako hapa, ingia huko. Just help them. Have your time, take your time. Kuja pande hii mzee. Ingia hapa juu, ingia tu hapa. Ingieni hapa juu. Sio lazima, ingieni tu ndani kabisa, ingia ndani kabisa. Ingia kuja hapa, nimesimama, wale wataweza. Just kuja hapa. Yes, create the space in Jesus name. Muite Mungu. Muite Mungu. Call for him. Why are you not joining us here? Remove your shoe and come here. There is a space for you here. Tunapofanya hivi, mapepo na nguvu zozote zile, mamlaka yote kuja hapa katikati. Kuja hapa. Madhabahu yote ambayo imekuwa ikitawala maisha yako utaiwacha hapa. Anything that was against your life, madhabahu ya kifamilia, madhabahu ya kitamaduni, madhabahu ya wachawi, warogi wote na Illuminati, imesambaratika. You leave it here in Jesus mighty name. Yes. Just talk to him. Chukua muda wako mrefu zaidi ukiweza. Talk to him. He is here. He is listening to you. Hizo blessings ambazo zimetajwa, receive them in the mighty name of
Jesus Christ. Seal them in the spiritual realm. Ambia Mungu, ninapokea hizo blessings, ninazikamata hizo blessings, hizo ni zangu, hizo ni zangu. Maana mwezi huu wa 9 ni mwezi wa kuzaa. Hiyo biashara ambayo imezaliwa, hiyo ndoa ambayo imezaliwa, hiyo mipango Mungu ametengeneza katika maisha yako, kuna kitu kimezaliwa, kuna kitu kipya kimezaliwa, kuna mtoto amezaliwa, kuna biashara imezaliwa, a new business. Kuna kitu Mungu amefanya katika maisha yako. Ulikuja hapa ukiwa mgonjwa, ukiwa na matatizo yote, Mungu ameyaondoa. Kama ulikuwa na kansa, kama ulikuwa na ukimwi, kama ulikuwa na fibroid, zote zimetoka. Kama ulikuwa na umwa na migongo, ulikuwa na umwa na kifua, ama uko na mzazi nyumbani ni mgonjwa, ama mtu wako nyumbani ni mgonjwa, I send the Spirit of God kule nyumbani, and everything ambazo ziko huko zinainuka kinyume na familia yenu, zote ni za majina yenu ambayo tumeitwa majina ya kitamaduni ambayo yametupelekea kufungwa. Kama Jabesu alienda akamwambia Mungu, niondolee jina hili, maana ni jina lilo na uchungu. Mwambie Mungu, niko na jina, na jina hili limenivuruta kwa muda mingi sana. I am struggling because of my name. I am struggling because of the village I come from. I am struggling because ya kule nimetoka, madhabahu ya shetani ambayo imetawala familia yetu. I am struggling because mimi ni intercessor. I am struggling because mimi ni mchungaji. I am struggling because mimi ni muimbaji. I am struggling. I need you, God. Touch me. Wewe ambao unatutazama kule nyumbani, may God help you to come out of the problem, the challenges you are facing, the difficulties of life. Wherever you are, whether you are in Kenya or abroad, I pray to God that every bondage, every power of darkness, every forces of darkness, I destroy them in the mighty name of Jesus Christ. Na achilia malaika Michael in your life. I release the Spirit of God in your life. I release the forces that determine your destiny to be in your life. Anything that will make your destiny become better, beautiful. Wherever you are, whichever state that you are in, may God of heaven bless you. May God of heaven open the doors, open the gates for you. May the blessing of Isaiah 45 come upon you. May the blessings of Deuteronomy 28 verse 1 to 14 come upon you. May the blessings of Exodus 14 verse 10 to 20 come upon you. That all the enemies that have been around you, all the Egyptians in your life, you will never see them again. In the mighty name of Jesus Christ. Flozi Okaimesekende Flozi Omasha worshipa yaramasa Okmazirinina. Just worship. Mwambie tu Mungu, mwambie nimepokea baraka hizi, mwambie nimepokea ushindi huu, mwambie nimepokea, maana nimejua umko pamoja na mimi, maana hii sacrifice ambayo nimeishika kwa mkono wangu. Mwambie hii sacrifice, wacha na inisaidie kuvunja madhabahu, wacha na isaidie kujitenganisha na madhabahu ambayo imetawala maisha yangu. Hamashia. Yeshua Hamashia, take your place in this altar. Holy Spirit, take your place in this altar. Win these battles for these children. Conquer them. Conquer them. Conquer every battle that has always been against these children. Lisi wamesujudu mbele zako kukuambia, wameunganika na makerubi na maserubi, wameunganika pamoja na mamilioni ya malaika ambao wamesujudu mbele zako, wanakuambia tunakuhitaji, wanakuambia tunahitaji mpango wako, wanasema tunahitaji, we need your favor. Kuna watu naona wakifunguliwa, minyororo iliyokuwa kwenye familia yao imefunguliwa, kamba zilikuwa zimeweka uchawi, nguvu za giza, magonjwa ambayo yalikuwa ndani yako imeondolewa. Jesus is around here. Hamashia,
Yeshua HaMashiach is here. He's healing you. If you feel that you have really done it, you can rise up. If you feel you have done it, you are through with it, you can rise up. Lions of Judah, Amuneshema, Yeshua HaMashiach, Lion of Judah. We can return to our seats. You drop your sacrifice where you are. Yeshua HaMashiach, Lion of Judah, Amuneshema, Yeshua HaMashiach, Lion of Judah, Amuneshema, Yeshua, 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 Yeshua HaMashiach. Thank you, Jesus. Yeshua HaMashiach, we glorify your name. Oh God, we glorify your name. Through the name of Jesus, we glorify the name of God. That we ask for the God to redeem you. We ask God to redeem us. That God, you may guide us. You may take us to the next level of understanding. As we birth our gifts, as we birth our promises, as we birth our successes, as we birth our destinies, as we birth our marriages, as we birth our businesses, as we birth our ministries, Father, may you touch everyone here. Glorify them. Glorify them. Glorify them. In Jesus' name. Somebody say amen. Amen. For those who plan to go, you are free now. May the grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Amen and amen. Just to make you understand how God works. Whatever that brought you here, it has been lifted. Whatever kind of a challenge that you have had in your life, God has lifted, has removed it. The tags that you are in your life, the challenges, the blockages, the whatever that has always stopped you from becoming, from today henceforth. If it is business, go start it. If it is your marriage that is not working, it will work. If it is whatever kind of your ministry, it is going to work. God has changed you. I want to ask you a question. You are here and you feel you haven't been so right with God, and you will want to come back to receive Jesus once again as your personal Savior, to guide you, to correct you. Sometimes we are Christian, we go to church, but we have found ourselves short of the glory of God. If you are here and you live that union with Jesus,
Because that is the aspect. That's the aspect. Repentance. That's the aspect that makes you succeed. Even if I laid 20 hands on you and still you are stuck in that problem, in that thing that you've been doing secretly, you're not going to make it. So if you feel in you there is something I need to repent about, simama kwa miguu yako. You feel nahitaji Mungu. You feel nahitaji that connection again. Sijakuwa mkamilifu machoni kwa Mungu. Sijakuwa kabisa, ninahitaji tena. Simama tu kwa miguu yako. I want to pray with you. I want to reconnect you back to Jesus. I want to put a platform of your life back to Jesus. Because kama kuna powerful prayer on earth, it's a prayer of repentance. It connects you straight to God. And anything that was around. Because that woman that was sick, Jesus told her, your sin have been forgiven. So there are challenges that we have because of our sins. There are bondages that we have because we are sinful. Just come here, I want to pray with you. Join them wherever that you feel. Educate tu. Yani jiweke kwenye ratini kabisa. Am I correct? Nijikaka wewe. Nigena vya kwa. Sogea tu. Sogea kabisa. If you feel kweli mimi si mkamilifu, hakuna mtu mwenye dhambi. And you feel sijakamilika 100%, just come forward. It is a chance that God has given us, and this is a golden chance for your life. It's a chance that you really needed. Not in many places that you can go and find such a thing. Maybe umesengenya, maybe umeongea mambo ambayo sio mazuri, maybe umekuwa na mawazo sio mazuri, maybe because shida ni nyingi. Challenges are many in our life, and in these challenges we have found ourselves going against God. Kuja tu, I'm still waiting for you because I know there are several of you. Kiona Mungu akizungumzia hiyo, you are several. Just come be with us here. Just that word, forgiven. That our Father in heaven has forgiven you. You don't need anything. You don't need anything. You need that word. God has forgiven me. You need that word. That word. But God has heard me. Finally, Mungu amenisamehea. Finally, because of my tutabia twagu tubaya, tumagugio twagu tubaya, tumienendo twagu tubaya, God has heard me. I'm waiting for you. There are two more. Kuja tu. One more. Amka tu. Uko hapa, unajua hujakuwa mkamilifu. Kuja tu, Mungu ndiye anasema nikwambia kuja, maana shida ambayo unaipitia sasa ni kwa sababu ya hiyo, na Mungu anataka kuondoa ndio ufunguliwe maisha yako, na kutoka leo maisha itakuwa imechange. Wewe na ngoja kuja haraka. Thank you. I hear there are two men. Kuja tu. You are men. Kuja tu. Usione haya, because nasikia Mungu akisema that is what imekuattach into the problem we are facing. One more man. Yes. Thank you. That is what has attached you to the challenges of life. One more man. Thank you. You too, you know the sin you have committed is against the Lord. Is that true? And you know it's a very painful. It's really burning you inside. Unakuhukumu sana. Sini, na umeshindwa. Why did I do this? And what am I going to do to redeem myself from this? Well, the same as you.
mlishirikiana. Kitu ambayo inakusumbua ni kitu ambacho cha kushirikiana. Wewe unaweza kujikuta in frustration. Kwa sababu it has followed you. Tumetumika neno. Mungu mwanake, Mungu akikusamehe kabla ya Mungu arehemu. Find a way and resolve that matter. Before the end of 7 days. Semeni Bwana Yesu, Mwana wa Mungu uliye hai, uliwekwa kwenye msalaba kwa sababu yangu. Ulinipenda, ukamwaga damu yako ndio mimi niokolewe. Ulimwaga damu yako ndio mimi nitoke kwenye dhambi. Ulimwaga damu yako ndio nitoke kwenye mauti. Na mimi huyu hapa nimekiri dhambi zangu, ninaunganika pamoja na wewe. Na wewe Shetani hauna mamlaka juu ya maisha yangu. Sitakutumikia tena, nitamtumikia Mungu, Mungu aliye hai. Kutoka leo mambo ya kifamilia, mizimu ya familia, mambo ya kimaeneo, mizimu ya maeneo, mambo ya damu ya familia na mizimu ya familia, ninajitenganisha katika jina la Yesu Kristo. Haya, fungeni macho yenu, sema Baba, katika jina la Yesu Kristo nakushukuru, nasema ni asante. Asante kwa viumbe hawa ambao wamekuja hapa mbele yako, wamekiri dhambi zao. Na ulisema yeyote atakayekuja kama amekiri dhambi na amesema amejukumika kuja mbele kusema yote niliyofanya nimekiri. Kwa vinywa vyao wamekiri, kwa moyo wao wamekiri, kwa mwili wao wamekiri. Ninawakutanisha na wewe, ninawakutanisha na baraka zako. Mizimu ama nguvu ama foundation, malengo yoyote ya kidunia, foundation ambazo zimeshikanishwa na the blood of the family, altars, evil names, evil conversations, evil authorities, family tree, the blood of the family, I cancel them in the mighty name of Jesus. From today you are free. From today you are free. In Jesus' name. From today you are free. From today God has set you free. From today God has set you free. From today God has set you free. In the mighty name of Jesus. From today God has set you free. From today God has set you free. God has lifted you from your family, the connection, the foundations of your family that has really resulted to the suffering in your life. God has chosen you to be the Moses of your family, and God is going to reward you because of being faithful to Him. God says that He's going to amaze you. He's going to make you cry tears of joy from today. May the spirit of your grandmother come out of you. May the spirit of deceiving, the spirit that causes you to do against the altar of God, may it be broken. The spirit of witchcraft, the spirit of waganga that has caused you to tamper with the processes of God, to tamper with what God has put in places in His sanctuary. May the Holy Spirit kwa mbinguni wakumbuke. Na wewe wiki kwenye huduma ya Mungu, ufanye kazi ya Mungu jinsi anavyotaka ufanye. Wacha kukua mang'aa, jiachilie tu. Wacha kuangalia nyuma, wacha kuangalia watu wa kwenu watasema namna gani. Jiachilie ufanye kazi ile Mungu amekutia. Ni kazi kubwa
lakini imekuwa unaangalia ni kama watu watakuangalia vibaya. Mungu akaanza kukutumia sasa from now na kujaza na roho wa Mungu. Waanze kutumika, anza kutumika to serve in his kingdom in the mighty name of Jesus Christ. Wacha kuogopa, umefungwa na mizimu ya kifamilia, wamekuweka uoga mpaka unashindwa utafanya namna gani. Mungu anasema usome Joshua 1 penye aliambia Joshua ya kwamba Moses amekufa, sasa amuka, chukua watoto wako uwapeleke into the promised land that I promised their fathers, in Jesus' name. My brother, you want to come up? You okay? Thank you. God bless you. Thank you. May you receive the gifts of the Holy Spirit. May God win battles for you. May God unchain you. May God set you free. In Jesus' name.